Thiko ni yakana ni yatiruka mweri wa 11 mwaka wa 2023 ugo ne kuga ati ni Juma wakorwo kinyo no kamenya riu ni ndagioka iharo-ini na giko kiri uhiki uri ruracio-ini ambe utigane nacio ambe ugiona mbere muhunjia mbere rugame ndukambe konyitithanio tondu Wambui Njau akorwo akiingira na ndio kana resolutions no rai korwo gicieka toici tweheria weekend na tweheria Monday na Tuesday twina thiko ta igiri mo korwo kiinikirira Adiki resolution ira wa ikorwo githondeka mwaka ucio wa 2023 tutigetie thiko ita kana thiko itanyiheire 50 mwaka wa 2023 korwo ukiinikirira ani muhako wakwa ati mwaka ucio ni ugutwarithitie wega na ni muhako wakwa ati wiki kiumia giaku kirari kiega na no mwihoko wakwa ati we ukiri thayo ona kwina hewa guo kuri nie ndiguka ukamenya urugari no akorwo kiingira mundu gatoma cha EL Doka no rugari wa studio tondu no nginya umuthi tukorwo tukigarika ke mathako no nginya tukorwo nie nawe tukiaraniria ukorwo kinjira niki kirahanika kwanyu iharo-ini ona kwina heho guo ukiri nigunyitio geni gitiko Wambui Njau kana wanyenda ukajita kairetu ka mathako karibu sana rego kwari kwa Muthingi TV ino ri metameta cia mathako atukorwo tukiara nawe muno wa Facebook ari Muthingi TV no ngenda kugerera mwana wakwa ari Wambui Njau that sport girl ukorwo kinjira urerorera wi mwena uriko na ngatho cia mwanya maundu ni maingi mahanikite kiumia giki Shabana team ya Shabana amragithia na mbere gukorwo magi no maragithia na mbere gukorwo makiandikithia maumirira moru mbitikaini cia Kenya Premier League kuria ko ihinda riri Shabana magitigetia o hanini gukorwo nio makorwo makirigia nige adarati ya who is the goat gatagatiga Cristiano Ronaldo na Messi maragithia na mbere gwakireria ona toga tutige gukorwo tukimathimithania kana hihi gukorwo tukimaringithania dereti no iragithia na mbere gukorwo igiakiriria kuria mwena wa nenda-ini cia ukinyaniria akuona mundu gwetwo Lionel Messi ni akorwo kihota ngoga yake ya kanana ya betika kana ya Ballon d'Or urikanete Messi araikorwo agituo ngerenwa ino thutha wake gukorwo agiteithia kana gukorwo agiteithĩrĩria timu ya bũrũri wa Argentina gukorwo makihotana gikombe kia World Cup kana World Cup iria yagikorwo kihetoka riu andu maraikorwo makioria hihi who is a goat na direnda tukorwo tukigirira dereti iyo kuona ati othe maikoragwo kana hihi othe they are goat in their own ways Cristiano ni ahotanite maundu make na Messi ni ikoretwo akihotana indo ciake noguo atukorwo tukirikiriria dereti iyo no inde mundu gata Jude Bellingham ni arakorwo nake agitugota muthaki uria munini muno nguga-ini cia Ballon d'Or mauna mange maingi no haha urikanete graphic ya Manchester United ndakio ni githiite na mbere gukorwo kiandikithia maumirira moru mafuatanitwo ni aruna kirabu-ini gia Chelsea na Arsenal ana magithie na mbere kwandikithia unbeaten garagara-ini cia English Premier League mau no mamwe wa maria gikuhaririirie na riu nagoeka gitio kinene njitikiria riu atakorwo tukirika iharo-ini na kugomenyithie maria maraitithia makihanika na tukiambiriria tuigire nginya kuria mwena wa Embu kuria kurakiri na mbitika cia University Embu half marathon iria muhanyuki mundu gwitwo Michael Kamau araikorwo akihotana mbitika-ini ici aricio cirananagia ta inaugural University Embu half marathon kuria mundu gwitwo Kennedy Muhia araikirikirie ari wa keri na mundu gwitwo Derek Chege aikorwo akihotana ari mundu wa gatatu. Sawa. So, from those platinum members, gold members, bronze members, silver members, and even wananchi, we managed to raise 40 million. Ala? Tusipiwe makofi hapo. Na hiyo 40 million, our policy is pesa ya haiwezi kutumika kamwe au kukuliwa au kutumika kwa njia yoyote, inatakiwa iwe ile pale. Walakini, the endowment trustees must make sure they grow the fund. And when we grow the fund,
we eat half of the growth. So, earlier this year, the money we was giving to, I don't remember how many students, there were 284 students. We gave endowment fund bursaries. That bursary was not touching on the capital. We were taking half the growth of the money. Naitwa MACOKERERIA na tufanyia mazoezi Nyahururu. Ndio leo imekuwa mzuri. Mzuri kwa preparation ya cross countries. Kosi ilikuwa sawa na hata hewa ilikuwa mzuri. Nimekimbia hii mara yangu ya kwanza kuja Embu. Hata kuna wakati nimefanyia mazoezi Kiajokoma na Kegari. Nimekimbia China marathon, nikakuwa number 1. Hiyo nimeitumia kama preparation ya cross country na marathon, maybe in coming 1 month in Shanghai, full marathon. Haya, atakima ko kaunti ya Embu tuigire bitakaine iria ikurukianika cia Standard Chartered Marathon kuria muhanyoki Alphonse Kigena Marina Evelyn Chilchira emra yetugirwo ta hotani orikania ate bitaka ici acia ikurwo gitengererwo Eastern Bypass na kuria cia ikorirwo ikirekereria kuria mwena wa Uhuru Gardens. Agaragano ici cikorekana cia ikorirwo ikiharirio kwa ihinda no ende maumerera marakire mau muhotani Alphonse Kigena na mundu gwetwa Evelyn Chilchira. 20 years marathon. Naitwa Evelyn Chilchira kutoka upande wa Keringet na Nakuru County. Mbio ya leo ilikuwa sawa kabisa. Tulipata machi ya kutosha. Nashukuru Mungu, hii ilikuwa mbio yangu ya kwanza nikikimbia full marathon. Na nimemalisha vizuri sana, nashukuru Mungu kabisa. Nilijitayarisha kwa 3 months. Sikuwa na race yoyote. Nisema wacha nikuche nikimbia hii ya standard. Tulikuwa nao mpaka 21 kilometers. Nikiwa 21 kilometers, nikasikia kumbe si mbaya vile, wacha nijaribu. Sasa nikajaribu na nikashinda. Last year nilikuwa huko half marathon, nikawin tena. Sasa hii ilikuwa ya kwanza sijawahi kimbia full marathon. Maybe hapo mbeleni sasa najitayarisha. Kwa majina naitwa Alphonse Kigena. Leo nimeshiriki tu mbio wa marathon Standard Chartered. Kwanza naambia Standard Chartered asante kwa kutuandalia hii race. Na kila mtu wenye tumeshiriki pamoja kwa mbio. Naambia hawa asante tena kwa kusaidiana mpaka tumalize mbio. Si kutarajia kushinda, najua kila mtu ni winner. Sasa inategemea na mwenye ata cross kamba ya kwanza, huyo ni mshindi. Yes. 2021 nilikuwa namba 2. Alafu leo hii mwaka nika win. Na nigwenda mwaka utanainekirira tukorwo na muthingi marathon. Na muthingi marathon ngirorogwo kwina pasi, kwina Kariuki wa Ndwati, kuna mundu gwetwa my person kana Murugi Job, gukire na kwina Paris, kwina Litaka, kwina Aizo. No Aizo ndagatengere tondu Aizo atengera muthingi marathon. By the way tungituko na muthingi marathon gwiria mundu ngihotana no nie tondu no ni ngeta twina Oscar by the way na mundu gwetwa Bobo. No Bobo muno ndagikorwo akihotana kuona Bobo na Aizo matigatengere na macho iye matigatengere. Na nituko tukimwira horo wegie muthingi marathon. Na nie champion ugo mukorwo mukihaririria na kigina
na mukorwo magituga champion yoyo Karoki bandu ative kwa jave we no uligirie haya tukithie na mbere tukigira bitikaine cia gonya ari cio bitika cia rugby akore ikombe kira ikorwo ikihotanirwo ni Elgon Cup na timu ya Simba ni haririirie ukore kimenyana na timu ya Zambia thutha wa ukore makiona na timu ya Zambia makoro magitungana na timu ya Uganda makoro makinyimanya kana maikoro magikorana mkali wa wakali ni nani? My name is George Njambua, Kenya Simba captain. We've been training here in the forest for the last few days because our return Elgon Cup leg will be in Kisumu. So we preferred that forest is the best place that will suit us because next after Kampala we're going back to Kisumu. So okay, we haven't lost any player. There's 3 players who are in Shujaa. That is Asati and Lukusi. Asati, Lukusi and Bill Delogeta, but most of the players who are in Currie Cup campaign are still here with us. Okay, for Cabras game it was a build-up match. It was a build-up match, and we were trying out a different combination from the new players who are coming into the Simbas. We had a group of players who went for Currie Cup, came in. We lost some to Shujaa. Now there is players who are replacing the one who go to Shujaa. So it was a different combination. So it was a build-up match. Na turi oshishigie beteka cia rugby mashukuru magathi ya iguru kana nimo universities muthenya wa umuthi ni makoranaga kana macemanirie kana ni makoro magicemania kiharo-ini kia Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology ukure makoro magicemania na ni ngodokorwo kia mukira report iyo yoria mashukuru maukoro magikarangana muthenya wa umuthi niguo beteka ici cigokorwo ikihurwo ashafi. Nacio beteka cia Safari 7 sariushi beteka cia mufira wa gonya iritanyitwo kwambia kuma tariki 17 nginya tariki 19 mweri uyu turi itanyitwo nacio koro ikihanika kuria team 12 ni cikirete mukonde ati kana team 12 ni ciugete ani cigokorwo igikinya guko afurori-ini kuria team ya kana afurori wa Kenya ukurugamirwo ni team ta KCB team ta Shujaa na team ta Moronza na kuria mafurori ta Uganda Zimbabwe Zambia Germany Qatar Samoria Modogo to Red Wales Wales ni maikoretwo makiuga ati ni makorwo magikinya guko bururi-ini na ngaragano ici igokorwo githakiro kana igakorwo githakiro kiharo-ini kia RFUEA kirege goko kaunti-ini ya Nairobi uririkane ati ngaragano ici ni ciakorwo igihikana igokorwo ikihũthĩrwo ta meharĩrĩria makoro magithaka kana meharĩrĩria beteka kana magucemania beteka-ini cia Olympics iria yukire mwaka ukite mwena wa Paris. Haya, ngodogo etwa Kariuki wandu atini akorwo ge-suggest atukorwo na rugby no ni ndamba tuge muthingi marathon tobetu ne haria ato ikoro tugithie na mbere beteka cia cheza iria kirugamiriro kana ihoro iria ihoretwo njeki-ini bengi ya NCBA athaki kenda ni maikorirwo makiuma guku bururi-ini maraikorwo magithie kuria mwena wa Muscat kuria makorwo makikana kuria makorwo magitungana beteka-ini cia FIDE World Amateur Chess Championship iria ikiharĩrĩirio kuma tariki 12 mweri uyu beteka ici ni ciakorwo igithima na hinya hihi no okumira ni muhotani athi yothe.
We've been participating in a number of tournaments, notably one of them being Africa Amateur, where we came number 2. We participated in National Corporate Championship, where we are the current champion. Recently we did participate in Interbanks, where we emerged number 4. Representing Kenya is a good opportunity, but at the same time is giving us that big responsibility. Just going out there, being ambassador of the country. We are not only going to represent NCBA, we are going to represent the country. So to us that is a good challenge, but the team is up to the task and they are looking forward to representing the country and coming back with the medals. We are looking forward to having more members, particularly ladies. You realize even the team that is traveling to Oman, we only have 2 ladies traveling out of 9 players. So we are out there recruiting more ladies to join the team. And 2, we are looking forward also to joining Kenya National League, which is competitive, and this is going to help us nurture our talent, practice more, and even have that right exposure. Negenaga muno riria mwerekeri wakwa araikorwo ni hetu maundu wake matũ-inĩ rĩu araikorwo kĩnjĩra wenda ukorwo gĩthaka kĩndũ gĩgwĩtwo kana ndakorwo gĩteng'era kĩndũ gĩgwĩtwo marathon mena wa Thika by the way atĩ magũkorwo magĩthaka chess. Ndakorwo ngĩmwĩra chess tikĩrĩa ti katonyoti tũrĩa mũthakaga kwanyu gĩcagi wakũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga tũkĩrĩa tũtonyoti mũkorwo mũgĩthaka mũndũ gwĩtwo macho EM. Chess nĩ mũthako wa andũ mekĩrĩa andũ serious. Na tukithie na mbere mbĩtĩka kana mbĩtĩka cia volleyball takorwo tukĩngĩrĩra icio kũrĩa defending champions andũ kana team ya KCB makĩrĩ kũrĩa mwena wa Koitalel Arab Samoei University kũrĩa kaunti-inĩ ya Nandi kũrĩa makorwo magĩtũngana team ta Vihiga na DCI. Oho kĩrĩa kana kĩama kĩrĩa kĩramataga mbĩtĩka ici ya Kenya Volleyball Federation makoretwo makiuga atĩ team ya KCB nĩ kũnyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia Heroes Community iria kĩharĩrĩirio o mwena oro ucio. Haya, tukithie na mbere nacio mbĩtĩka cia Waigũrũ Cup no iragĩthiĩ na mbere kũrĩa kwa ihinda rĩrĩ igĩkinyĩte ikereka rĩa Inter-County iragĩthakĩrwo kũu kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga na kũrĩa maikoretwo makĩranĩra kana kũrĩa maugĩte atĩ mũhotani wa mbĩtĩka ici akorwo akĩinũkia kĩmanjĩka gĩa ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi arĩ mirioni 1. Hapa Kenyaga Stadium kwa hizi tournaments za gavana zimekuwa zikiendelea for the last 5 weeks na tunajua on Sunday na Sunday hiyo ingine ndio tutakuwa tunamalizia games award na performance imekuwa mzuri na ni matarajio yangu kama waziri wa sport gavana ataendelea kusupport timu za Kirinyaga juu kuna manufaa. Tukiangalia kuna watu wengine wako huko wako na mabiashara zao wanauza chakula na wanafurahia hiyo support ya gavana. Pia vijana wetu wamekuwa actively involved kwa hii mambo ya hii league ama hii tournament, na kupitia hii tournament vijana wamefurahia sana na pia wanaomba gavana aendelee kuwa support na ligi. Na mdogo hapa mimi nimefurahia sana, nimebambika sana na hii game. Leo tumepigwa 2-0 lakini tunarudi kwa drawing board tufanye zoezi ndo siku nyingine tukue wazuri. Na nashukuru sana gavana wetu juu ya hii ligi ametujengea. Asante sana, tuachilie aendelee kutujenga hadi hii ligi kiisha. Bado wajenge ingine na ingine na ingine hadi vijana tukue vizuri. Shukrani. Haya, no aikorwo kiona ohoro wĩgiĩ mbĩtĩka cia Waigũrũ Cup iria iragĩthakĩrwo kũu mwena wa Kĩrĩnyaga na riboti ĩyo nĩ ĩraikorwo ĩgĩtwĩkanyaga itũ ka mbere akorwo tũgĩikĩria no tutanathi gũgũikĩria kũrĩa mwena wa Facebook nĩ ndĩramuona mũikoretwo mũkĩingĩra na njĩra nene mũndũ gwĩtwo Mũrugi Job ũrauga nĩ ndakinya jeshi ya Gobi irauga form ni METAMETA na tuuliziwe story ya Laikipia Cup form ni gani.
Mundu wetu Murugi Job no tukorora kitobia na Muthingi Marathon tobe tutige horo wigie Laikipia Cup no ne ndakoretwo ngiona governor wa county ya Laikipia ni na bitika ciake gwicire no irathie na bento gukorwo tugifuatirira horo wigie bitika icio ni ndonete ni na bitika ciake mundu wetu humbled host rakijira salimia Sali Wambui wa Maina Rusi na Muthingi fans ndiko ndani ya show mpaka tamati. Mudogo takario kiwando ati gathashia mwanyaro gageithike muno murani dakigeithika na ndaikoro gikiuga ningo koro gikuhota bitaka-ini cia Muthingi Marathon na mudogo to pasi mudogo to George Ngogi gathashia mwanya ndaikoro gimuona inyothe agukore kwa Muthingi TV tuthina mbere kwaranira ku mwena wa Facebook ni Muthingi TV amwena wakwa ari Wambui Njau that sports girl ukoro kejira urerorera we mwena uriku ukoro getika register tuthina mbere ukoro atukimenyithania uri haro-ini ugikarete tukoro tukihomuka tugicokereria na mage maingi. Looking for an office space? 4th Avenue Towers is a professionally designed 25-story executive office that is conveniently located at the heart of the medical and legal services square within community area. The office is easily accessible from both Valley Road and Ngong Road. Professionals and business people now have the opportunity to own a premium piece of office space, the optimum choice for the modern professional. Key utilities include 24-hour security with CCTV surveillance, high-speed internet access, ample and secure parking, high-speed elevators, power backup generator, open rooftop and a restaurant. 4th Avenue, an amazing product of Fusion Capital. Fusion Capital, rooted in the African growth story. It's easier, it's bigger, it's better. It's Grand Mega Draw. Cheza na shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde mega cash ya 200 million. Isitoshe, kuna mega bonus ya up to 20 million shillings kila Jumatano na Jumamosi. Sio ndoto, unangoja nini? Cheza Lotto, it could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 777-000. Andika neno Muthingi kama account number. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde sasa. Round hii ni more draws, more cash and big wins na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Ore murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email neo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Shokereria gukware kwa Muthingi TV inware METAMETA mathako aikoni hedi rai koroke guko karibu sana
akorwo kigwa ukire muciri akogetka Wambui Njau kana wanyendo kaita kaire tukamuthako that sport gan ada ikorwo gikwira uria icagi-ini na iharo-ini na kuria guothe ikorwo gukikara kiumia kiu tugiciokereria atakwa tukigira neci cietagwo chapadimba iria cikoragwo ikirugamirĩirwo ni kambuni ya ukinyanĩria ya Safaricom na kuria igũkorwo ikihanika kuria mwena wa kindu gĩgwĩtwo kana kaunti-inĩ ya Bometa kuria cukuru wa Kabianga makorwo magĩtongora timu ya Ololunga othe makorwo magĩkorwo magĩcaria muhotani na kuria mbĩtĩka ici cigakorwo igĩthiĩ na mbere kana igũkorwo ikĩhũrwo cabi muthenya wa ũmũthĩ. Nacio mbĩtĩka cia kagi mwena-inĩ wa Nyarari timu ya Mandira marakorwo makiuma draw na timu ya Ziteka kuria mbĩtĩka ĩno ĩrakorirwo mbĩtĩka nditũ mũno kuria timu ya Mandira kana athaki a timu ya Mandira makiugĩte nĩkĩo kana mbĩtĩka ĩno ĩrakoragwo ĩkĩonereria kĩega kĩa atĩ no makorwo magĩka wega mbĩtĩka-inĩ ciao na timu ya Ziteka nĩ maugĩte atĩ nĩ magũkorwo makĩrutanĩria nĩ magũkorwo magĩthaka mbĩtĩka iria cibuatĩte. Hiyo draw kwanza sikuwa natarajia hiyo, nilikuwa nataka niwafungie mabao mengi, lakini venye tuliagree na timu yangu wakunifanyia hivyo. Nilikuwa nataka tu niweke venye wamenzoesha waniweke hizo passes waweke nyuma ya defense, mimi nikirani kuwapigia bao, lakini wakufanya hivyo. Bado tu nimewashukuru venye wamecheza, lakini next time nimewaambia labda I think hapo watarekebisha na wafungia mabao. Weke kuwa since waanze Division 1 hawajapumzika throughout. Walimaliza East African Games wakaitwa national team, wamecheza national team, wamerudi, tunaendelea na ligi na hatujakuwa hata na pre-season. So tunajaribu kusettle. Naweza nikasema Zitek ni wazuri. Ukiangalia mechi ya kwanza wamepiga mtu 4 na wamepiga Bunyore Stars wenye walikuwa bado wako unbeaten. Pili nilisema mechi za kwanza 3 tunajipima tuone ligi iko aje. Kwa wasichana bado wako na ule uoga wa kuona ligi iko na changamoto zake. Alafu 3 naweza sema hatujatulia vizuri, manake bado tuko na financial constraints, but we are hoping there is some cash FKF inafai to pay baada ya kushinda Division 1. We are hoping watapeana on time tuanze kurana wa activity. Na tukigira mbĩtĩka-inĩ cia FKFPL nakuo maũndũ ati mahũthũ kuona atĩ timu ya Bandari makoragwo magĩtũngana timu ya Kariobangi Sharks kuria marakorwo makiuma draw kuria marakorwo magĩthakĩra kĩharo-inĩ kĩa Ulinzi Sports Complex kĩrĩa kĩrĩ kaunti-inĩ ya Nairobi. Timu ya Bandari marakorwo kana nyabara wa timu ya Bandari nĩ akorwo akiuga atĩ akorwo agĩka ũrĩa angĩ kana nĩ akoretwo agĩka wega mbĩtĩka-inĩ ici cia FKFPL na kuria arakorwo akiuga atĩ akũhotana mbĩtĩka o mbĩtĩka ndakorwo akĩrira gũkorwo akiuma draw nake nyabara wa timu ya Kariobangi Sharks arakorwo akiuga atĩ nĩ aratanya gũkorwo agĩka wega makĩria mũrĩa arakorwo agĩka na ningĩ mbĩtĩka ĩyo ĩrarĩ ya gũthoma hihi nĩ ha arakorwo akĩhĩtia na nĩ ha atagĩkoretwo agĩka wega. Hii game imekuwa end to end, ni game imekuwa tight. Timu yote ile ingeshinda hii game. Polisi wangeshinda, si tungeshinda. Lakini fortunately luck imekuwa pande yetu pia kwa sababu imekuwa strange game. At one time tulikuwa comfortable na on time imeisha, lakini wame come up. Tuka equalize, waka equalize, dakika mwisho ndio hivyo wenye fighting spirit ndio umetoka na game. Kwa hivyo tulikuwa na more anger na more fighting spirit ndio imetupa ushindi ya game.
nayo team ya Posta Rangers nigite na mbere gutongoria ligi-ini na point mogo iri ona thengia wa ukorwo makiuma draw na team ya Kakamega Homeboys kuria tigabetika ino ekuru githakiro kuria kiharo-ini kia Bukungu Stadium. Posta Rangers nigite na mbere kuga ati bobetika ni rathie na mbere ikimonagia uria maire ukorwo magika wega na ni mereire amacambiki ao ati magukorwo magithie na mbere kwandikithia maumirira mega. Na team ya Kakamega Homeboys makorwo makiuga ni giconoko kinene kuona ati makoragwo magithakira mucii no ede matinahota gukorwo makinukia points ciothe ithatu no ede anyabara na gikorwo agikumia team ya Posta Rangers kuria gikorwo akiuga ati ani githomo kega kurio kuona ati makorwo magithaka na team iria gitongoretie ligi-ini ino ya FKFPL ario kimera gia 2023-2024. You are saying maybe it would be better if the game would finish 3-3, so the fans would enjoy more goals. But interesting game for me. We try to win, they try to win. We try to find a solution against them. They also were prepared well. So I believe that during the other games we will see that this point is very important because Shark is a good team. We are getting somewhere. So we have to take this one point with to be humble. I know the fans are always demanding in AFC. They always want to win, but we are getting somewhere. First half, we had 1 or 2 chances, even in the second half. But honestly, I think AFC came up a bit strong in the second half. Did some good counters, very dangerous on set piece, very good corner kicks from them. And the effort together with their coach and the players, whatever they put in the second half, maybe they deserved more. So to me, I'll say that I want to appreciate for the point I had. Na tugithie na mbere icio twabetika iria ikorirwo igithako weekend ya kana kiumia kiu akuona ati ni kurakire na betika ingi iria ikorwo igithako akoretwo ko tukiona maumirira uria maragikorwo magikara timu ya Shabana makorwo makirumwo ni timu ya Gor Mahia. No ikaiga timu ya Shabana hatikaine twambe na timu ya Talanta makorwo magitungana na timu ya Nzoia Sugar na marakima draw ya bao ya gifugo Bidco United na maraikorwo magithirima timu ya Muhoroni Youth na bao ithatu Muhoroni Youth marathie mekonotete AFC Leopards maratumire draw ya gifugo na timu ya Kariobangi Sharks. Bandari maraikorwo makianura timu ya Police na bao ithatu kwa 2. Murang'a Seals makorwo makihura timu ya City Stars na bao 2 kwa 1. Orikanete kirafu ya Tusker mathite naona mbere kwandikithia maumirira moru uguo ni kuga ati giko timu ya Tusker maithie na mbere ukorwo makiandikithia maumirira moru uguo ni kuga ati timu ya Gor Mahia ikire na kanya kanene ga ukorwo ninge makihotana gikombe kiao rita ria 21 Aiko Tusker matigukorwo magiukiriria uririkane ati Robert Matano nethite na mbere kuheo kana nethite na mbere gukorwo akirigwo ni atia akorwo yukiria timu yake no ende uguo niguo ikoragwo kana ni mutugo wake ukorwo kiambia ligi uguo ni kuga ati mwaka ukete turatanya mundu gwitwo Robert Matano ahota ukorwo gika wega betikaine ici makorwo makihurwo ni timu ya Ulinzi na bao 1. KCB no maraikorwo makihura daka makihurwo ni tia kana marakorwo makihurwo ani timu ya Sofapaka na bao 3 maraikorwo magikonota anayo Shabana makorwo makirumwo ni timu ya Gor Mahia na bao 1 betika ino ya githakirwo kiharo-ini gia Kasarani kana Moi International Sports Center Kasarani. Orikanete timu ya Shabana ni ero muno betikaine ici cia kindu gigwitwo Kenya kana FKFPL kana betika ya ligi nene guku bururi-ini aria betika cia Kenya Premier League na kuria timu ya Shabana angikorwo ni maguthie na mbere kwandikithia maumirira moru makorwo makihurwo betika ingi 3 ni kuga ati Shabana mena itanya kana mena kiria gia gukorwo magicoka kana ni no makorwo magicoka ngere-inwa ya kere kana betikaine ligi-ini ya kere aya betika cia National Super League. Urikanete timu ya Shabana maikorwo makiambata ngathi na timu ya Murang'a Seals no ende kuhinda rire Murang'a Seals makire na matanya manene kana ni makire na muhoko munene wa ukorwo magitigara betikaine cia ici cia FKFPL no timu ya Shabana magithie na mbere ukorwo makiandikithia maumiriro uria maragithie na mbere kuhurwo ni kuga ati
urikanete team ya Shabana mahota gukorwo magicoka kana makorwo kana mahota gukorwo magicoka ligi-ini ya NSL. Urikanete Shabana AFC Leopards na Gor Mahia kwa ihinda riri nio makire na fan base kana nio makire na ushabiki munene guku bururi-ini ikono ikorwo kiorora betika yao gatakati kao na AFC Leopards ire magithakire kuria mwena wa Ulinzi Sports Complex nigikorwo kiona uria maikorirwo makihuria kiharo kiu uguo ni kuga ati Shabana maiko ni makogwa kana magucoka ligi-ini ya keri kiria kinene kana possibility nene ni ati Shabana mahota gukorwo makilose fan base yao kwa hinda kuona ati athaki kana mashabiki maige magiokite kana magiokirete gukorwo magisupport Shabana kuona ati ni maikoretwo magiokira nginya gukinya ligi-ini ya ndugigwetwo FKFPL. Uririkanete kwa hinda riri na team ya Posta Rangers ni maikorwo magitongoretie no ende ona magikorwo magithie na mbere kunyitwo draw uguo marakinyitwo draw mahota na gukorwo makeherera ikereka kana mahota gukorwo makeherera na mbere kuona ati matiganite na point imwe tu kana ni goal difference na team ya Gor Mahia. Urikanete team ya Gor Mahia ni maikorwo makihotana akemera kihituku uguo ni kuga ati possibility nene team ici ashigithie na mbere kwandikithia maumiriro gwa cirathi na mbere kwandikithia Posta Rangers maginyitwo draw igi uguo ni kuga ati Gor Mahia maikorwo magitongoria Tusker nao magikorwo magiehe kana magikorwo makihurwo uguo marathi na mbere na kuhurwo mahota ona kwaga gukorwo makingira kindu gigwitwa mahota kwaga gukorwo makingira kindu gigwitwa top 4 uguo naguo maundu magikarite kuria kwa FKFPL. Ona rikarete Posta Rangers ni makoretwo makionania mahota kana Posta Rangers niyo Tottenham ya guku bururi-ini makorwo magioka na moruru muno no ende magithie na mbere guthaka uguo marathaka kana magikorwo na mbere kana magithie na mbere gukorwo makinyitwo draw uguo magikorwo makinyitwo draw makorwo makiherio namba-ini imwe na team ya Gor Mahia. Haya tukithie na mbere tukorwo tukirora uhoro wigie kana weekend ino maundu ona gukire na kana ukina mbura gwo kuraura betika cia National Super League ni tanyete gukorwo ikiambia wona cianda wega thaa kenda uguo twina ndagika ta 13 betika ici cia National Super League ikorwo ikiambia tukorwo tukibukira uria mao kana betika ici cigo ikorwo igeikara ari betika cia National Super League iria ni daraca ya kere kana iria ni betika cia kere nene guko bururi-ini. Urikanete betika ici cia National Super League nicio ikoragwo ikihe mundu tigiti wa ukorwo akiingira aikereka-ini riria kuingira kuria kindu gigwitwo Kenya Premier League. Na weekend ino maundu matikuhuthirira kuona ati maundu maukorwo magikara agithemba gike kuona ati nitugukorwo njogo tukiamukira betika cia National Super League mwerekeri wa kwa njira twambe tuthie turore kana turore betika cia Kenya Premier League uria cigukorwo cigeikara niguo mwerekeri wakwa tukirora horo wigie betika cia Kenya Premier League na aumothe maundu matigokorwo makihuthirira na maundu makana betika ici ciukorwo githakirwo iharo-ini ngurani guku bururi-ini na maundu ma Kenya Premier League ni makorwo magikara kana hihi betika ici cigukorwo igikara githemba giki mwerekeri wakwa tukorwo tukiamukira betika cia Kenya Premier League ario weekend ino. Haya ndakiro gigirwa machine imereta shida uguo ni kuga ati tukorwo tukieterera nigetha tukorwo tukiamukira riboti iyo ya Kenya Premier League no kuhinda riri ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na gutwirorera gukwarikwo Muthingi TV kuria tugukwiraga ni kihumo gia gutherema tukorwo tukiamukira betika cia National Super League. Haya tukorwo tukiamukira betika cia Kenya Premier League na maundu makorwo magikara githemba giki muthenya ari wa umuthi muthenya ni wa Juma Sofapaka makorwo magitongana na team ya Talanta Nzoia Sugar matongana na team ya Kariobangi Sharks na City Star makorwo magitongana na team ya AFC Leopards. Urikani ati team ya AFC Leopards ona ni maraikorirwo kana hihi makorwo magicenjia ni murugomeri wao maraikorirwo magicenjia kuona ati matikoretwo magika wega betika-ini ciao. Ukirora miaka mihituku AFC Leopards makoragwo muno making'eng'ana na team ya Gor Mahia no kwa ihinda riri team ya AFC Leopards team wa competitors team ya Gor Mahia uguo ni kuga Sofapaka mautugana team ya Talanta urikane Talanta makorwo maikomia team ya Shabana Nzoia Sugar makorwo magithaka na team ya Kariobangi Sharks na City Stars
uko magitungana na timu ya AFC Leopards no niguo maundu maukorwo magikara muthenya wa omothe wona cia ndagikata 20 uguo niguo betika ici cigukorwo cikiambia na ci betika igukorwo githakirwo iharo-ini ngurani no ririkane ati no ukorwo gitwira hihi ni timu uraikorwo gisupport ku mwena kana betika-ini ici FKF PL. Haya, mwakiri wakora kirao aikoro kejira turoge ginya betika-ini cia National Super League na cio betika ici ni igokoro giakireria mwaki na maundu magokoro magikara agithemba giki gusi mukoro magitungana timu ya Mathare United urikanete timu ya Mathare United maikoro magishuka darasha makana maikoro magishuka darasha kuona ati maikoro magithakira betika cia Kenya Premier League no ende agikoro kiandikithia maumirira moru garagano-ini cia Kenya Premier League no ginya urigishuka darasha ethothio kambia tirege timu ya Kajiado FC makwa magitungana timu ya Rainbow Mulembe United orikane ayaniero kana Mulembe United na timu ya Rainbow anega ni muno betika-ini ici cia National Super League makwa magitungana timu ya Marashuga na Modern Coast Rangers okoro magikuona na timu ya Coast Stima aciare betika cia darasha ya keri guko bururi-ini acio betika cia kindu gigwitwo National Super League aya timu ya Kajiado makwa magitungana na ageni Rainbow ntoko tukirora hihi timu ino ya Rainbow na kana Rainbow ni gukorwo gigucorera mbica yoria thutha kuma moka betika-ini ici makoretwo magekatia maumira makoretwo makiandikithia atia kana hihi netia makoretwo makiga rekodi gukwari betika-ini ici cia National Super League. Haya, turoge ginya gitaro-ini kia kana turoge ginya mwena wa Carabao Cup iria ciekorirwo igithakwa utuko-ini wa Wednesday urikanete betika ici ni iraikorirwo kana maundu timu imwe ni iraikorirwo ikirutwo betika-ini ici na maya ari maumirira West Ham ni maikorirwo makihura timu ya Arsenal Chelsea timu ya Blackburn Rovers na bao 2-1 Bournemouth nao makihurwo ni timu ya Liverpool hari bao 1 magikorwo magitera na bao 1 Everton magikorwo makihurwo ni timu ya Burnley bao 3-0 The Red Devils kana Manchester United ono ni magikorwo makihurwo ni timu ya Newcastle urikanete Manchester United magikorwo makiherio betika-ini ici no rikanete Newcastle na yakorwo kiheria timu ya Manchester City uguo ni kuga ati Manchester United ono makireja wa betika ici cia Carabao uguo niguo maundu magikorwo makihanika muthenya wa Wednesday ari betika-ini icio cia kindu gigwitwo Carabao Cup no rikanete timu ya Arsenal ono makire kindu kana maiko makia kuhotana mahota gukorwo makieherio betika-ini ino ya Carabao Graphic United kwa ihinda riri makireja kuria maikoretwo magitete muno uhoro wigie coach wao mundu gwitwo Erik ten Hag ni gukorwo gikwira ndike kirabu giki kia Manchester United kiraikorwo gikiuga uhoro wigie Erik ten Hag uhoro wa athaki and gukorwo gikwira niki kiraria Manchester United na kirabu ya Chelsea Mansfield Town makorwo magitongana team Val makorwo Port Vale makorwo makimahura na bao 1 Exeter City makihurwo ni Middlesbrough na bao 3 magitetera na bao 2 icio ari betika cia Carabao Cup. Haya, icio cia githakirwo mwena kana cia ikorwo githakwo kindu kana muthenya wa Wednesday. Haya, mundu gwitwo kana tukorwo tukirora uhoro wigie kuria mwena wa Ngeretha ari betika cia English Premier League nacio maundu matikuhotha muthenya wa umuthi kuria betika ici cigokorwo ikihana githemba giki wona cihenda wega thinacara cia hwaini timu ya Brighton makorwo magitongana na timu ya Everton na Brentford nao magitongana na timu ya West Ham Fulham matongana na the struggling the limping the injured Manchester United Sheffield United makogania na timu ya Wolves na Man City maikoro magitongana na timu ya Burnley nao makogora magitongana na timu ya Crystal Palace arekereka kana arebetika ya 11 ya betika cia English Premier League uririkane ate kimera giki timu ya Manchester United ni mononetie maga ukorwo makihituka kana maga ukorwo makigira ikereka-ini ria top 4 kindu kira ituma tuge mahota kwaga gukorwo makigira ikereka-ini ria top 4 ni giki
Manchester United kwa ihinda rĩrĩ matina squad depth mũndũ gwetwo Erik ten Hag na ĩkoretwo agĩthomwo nĩ manyabara ayangĩ ũrĩa ĩkoragwo ĩkĩra squad yake kuona atĩ anemoya atĩ agĩkorwo mũthenya wa ũmũthĩ ndagũthakithia mũthaki mũna agũthakithia mũna na kũmũthakithia handũ hana agĩkorwo ndagũthakithia mũthaki mwena ũyũ agũthakithia mũthaki athakaga kĩndũ gĩgwĩtwo karainĩ ga gatagatĩ kana nĩyo ĩtagwo midfield agũkorwo agĩthakithia mwena wa left back nĩguo ũgakora Manchester United harĩa mwena wa kĩndũ gĩgwĩtwo mwena wa defense na mwena wa makire na struggling team mono nogo nĩ kuga atĩ angĩkorwo Manchester United matigũkorwo kĩmera gĩũkĩte kana mwaka ũkĩte wa 2024 rĩrĩa kĩndũ gĩgwĩtwo thogore wa athaki ũkorwo kĩhingũrwo angĩkorwo Manchester United matigũkorwo makĩandĩkithia athaki makire na squad depth kana hihi athaki arĩa makorwo maikaba marima mao United matigetie makorwo mahota gũkorwo magĩkora hatĩka-inĩ ya kwa makũrĩkia makire top form ũguo nĩ kuga atĩ Ten Hag kwa ihinda rĩrĩ agire gũkorwo akĩrĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ ndagire gũkorwo akĩ receive kĩndũ gĩgwĩtwo rumors agire gũkorwo arĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ ya gũkorwo akĩrora hihi nĩ mũthaki ũrĩkũ wagire gũkorwo akĩihũria ithenya fulani team ya Chelsea ona kwa ihinda rĩrĩ kĩndũ mareka nyabara wao onake kwa ihinda rĩrĩ mũndũ gwĩtwo Mauricio Pochettino onake kwa ihinda rĩrĩ arĩ kĩndũ gĩgwĩtwo clueless ya ũrĩa agũthakithia athaki ake athaki akĩrĩ na athaki anini kuona atĩ akĩrĩ na squad ĩgĩthaka ona mwaka wa 2028 no ĩndĩ kwa ihinda rĩrĩ ndarĩ aramenya athaki ake wega ũguo nĩ kuga atĩ team ya Chelsea kwa ihinda rĩrĩ angĩkorwo Mauricio Pochettino ndagũkorwo akĩmenya ũrĩa squad yake kana ũrĩa athaki ake magire gũkorwo makĩingĩra ikereka-inĩ kana ũrĩa magire gũkorwo magĩthakithio Pochettino ahota gũkorwo akĩaga nake gũkorwo akĩingĩra top 4 ahota gũkorwo akĩaga top 10 angĩkorwo ndagũkorwo agĩthakithia athaki ake ũrĩa magĩrĩire angĩkorwo ndagũkorwo akĩmenya athaki ake magire gũkorwo magĩthakĩra mwena ũrĩkũ ĩyo arĩ team ya Chelsea haya ũguo nĩguo maũndũ mũthenya wa ũmũthĩ makorwo magĩikara wona cia ndawa gathi na cara team ya Brighton magũtũngana team ya Everton na Brentford matũngana team ya West Ham Fulham matũngana team ya Manchester United Sheffield United matũngana team ya Wolves Man City matũngana team ya Bournemouth na Burnley matũngana na team ya Crystal Palace aligaragano-inĩ cia English Premier League haya sto kana rugano rũrĩa rwagĩkorirwo rũgĩtrend mũno kana rugano rũrĩa rwagĩkorirwo rũkĩarĩrĩrio kiumia kĩu arĩ rugano rwa kĩndũ gĩgwĩtwo Ballon d'Or arĩ ngoga ĩrĩa ikoragwo ĩgĩtugwo mũthaki ngũthi gũkũ kana mũthaki ngũthi kĩndũ gĩgwĩtwo mũthaki ngũthi mbĩtĩka-inĩ ciothe ũrikane Ballon d'Or mũno nĩ ikoragwo ĩkĩrora athaki arĩa manakĩhotana mbĩtĩka-inĩ cia kĩndũ gĩgwĩtwo World Cup haya mũthaki ũgwĩtwo Lionel Messi no ikorwo kĩhotana mbĩtĩka kana ngoga yake ya kanana ya kĩndũ gĩgwĩtwo Ballon d'Or ũrikane mũndũ ũgwĩtwo Fabrizio Romano na ĩkoretwo akiuga atĩ kũrĩ na mũhuhu wa atĩ andũ nĩ mararũĩra mũno Messi agĩkorwo kuona atĩ rũgano rũrũ rwa Ballon d'Or kwambia kũrũĩrwo gatagatĩ ka Cristiano na Messi ti hĩndĩ rwambia no ĩndĩ ũririkane atĩ kĩndũ gĩgwĩtwo Ballon d'Or ya mwaka ũyũ no nginya ĩngĩragĩkorirwo nĩ kũrehe kana nĩ kũrehe athaki aya kĩongo gwa kĩongo ũririkane atĩ Cristiano ndagĩkorirwo agĩkĩrwo kana ndagĩkorirwo agĩkĩrwo kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ kĩa Ballon d'Or mwaka ũyũ na kana kĩhĩtahĩtano gĩkĩ kĩambĩrĩirie haha Messi aumire kĩrabu kĩa PSG agĩthiĩ kũrĩa mwena wa America kĩrabu-inĩ kĩa Inter Miami na kĩa Cristiano na ĩkoretwo gĩthama kĩndũ gĩgwĩtwo Manchester United agĩthiĩ kĩrabu-inĩ kana agĩthiĩ kĩrabu-inĩ gĩa kũrĩa mwena kĩa Al Nassr kũrĩa mwena wa Saudi Arabia na kũrĩa andũ kana athaki aya erĩ nĩ he ũmwe wao no nginya angĩagĩkorirwo agĩtuĩka nĩ overshine ũririkane atĩ Cristiano Ronaldo akĩrĩ na more views kũrĩa mwena wa YouTube agĩkorwo akĩrĩvirwo ta mũthaki wa Al Nassr na agĩkorwo akĩrĩvirwo na ena more views more than kana
kana ena movies makeria mabetika cia World Cup kana makeria mafaino cia World Cup ogwo no nginya umwe wao agiraitwikire ni atugirwo nake muthaki ogwetwo Lionel Messi ona thenge yake guthamira kirabu-ini kia Inter Miami na ikorirwo akihota kana na ikorirwo akihota agiteithiriria timu ya Argentina ukorwo makihotana kindu gigwetwo World Cup ogwo ni kuga ati ana aria maraikoretwo magikira kihitahitano-ini kiu ni mara quite sure that Messi ni akora kuwa Ballon d'Or yake ya kanana thutha wake ukorwo akihotana kindu gigwetwo World Cup trophy. Haya Inter Lionel Messi no ragitongoririe raicoka ragifuatwo ni Erling Haaland. Mundu wetwo Kylian Mbappe ni raikorwo agitwika namba 3 kuria akina ithakagira kirabu-ini kia Paris Saint-Germain kuria mana o kana mundu wetwo Kylian Mbappe. No ende kioria kiria ndenda twaranie nie nawe mwirore gwakwa ni ati angikorwo you are a very close follower wa mufira ikono wendete kagi muno haria ya othe atatu hari gatagati ka Messi, Mbappe na Haaland no ragireire kana who was the most appropriate tutaukava mondo tondu nitwiragwo ni good tutaukava mondo tondu nitwiragwo ni ekaga kindu kina ni ngwendanie nawe tuko tukirana atiriri hihi no uraikorwo no urakegirire ukorwo akidekoretwo ta muthaki uri urakegirire ukorwo akihotana betika cia Ballon d'Or. Haya tukigire mwena wa Nyarari betika kana garagano-ini o cia kindu gigwetwo Ballon d'Or kuria muthaki wa kuma kirabu-ini kia Barcelona mundu gwetwo Aitana Bonmati na ikorwo kihotana betika-ini ici aifuatwo ni muthaki wa kuma kirabu kia The Blues kana Chelsea mundu gwetwo Sam Kerr na ke mundu gwetwo Salma wa kuma kirabu-ini kia Barca na ikorwo kihotana goga ici cia kindu gigwetwo kana goga ici cia Ballon d'Or urikani ati Aitana akoragwo agithakira kuria bũrũri-inĩ wa Spain na ni maikorirwo makihotana na ni maikorirwo makihotana ngerenwa aya kindu gigwetwo World Cup na urikani ati munene wao kana mutongoria wao ni aikorwo agifutwo wira ni aikorwo kibano gukorwo agithaka na gukorwo akirugamire kirabu gia Spain thutha wake gukorwo agicelebrate ni overdoire he overdid it gukorwo akimumunya mundu gwikana ikumunya muthaki wa kuma team iyo ya bũrũri wa Spain but tukirora okana hihi tukirora horo wegie kagi ndie kani uthiaga we mwiroreri ukorwo kirorera mubira ugakorwo ugithie tuge we handu tahare ketuge we handu ketuge tukigweteretwo we handu garden-ini na mukire mashabiki kadhaa aya muraikorwo mukirorera mubira ndike kana team yaku yahotana dika ni urugamaga kuhag neighbor ona dramenya no muikaranetie nake. I think that was a reaction ndiratitira mundu kana ndiratitira murugamiririo cio that was a bad thing gukora especially gwikira muiretu huyu mutikuruhanetie undu wothe mutire ndugu-ini yo yothe wacoko geko gwo but ni kuri emotions cia mubira especially muno ongirora taru agikoni turi kasara tuthie Kasarani team ya Harambee Stars tuge maraithaka na team ta Bafana Harambee Stars na team kana nebetika ya final Harambee Stars makwa makihota dumenyaga wa hag o I think iyo ni emotions ile yagiyokire no ede ni jeru ogwara ikorwo ni aikorwo kibano kindu gigwetwo aikorwo kibano kindu gigwetwo gukorwo akirugamirira mufira. Haya mwena wa kana aria kana muthaki munini mundu gwetwo Jude Bellingham no ocio maiko ni aikorwo akihotana nake kindu gigwetwo Copa Trophy ugone kuga ni muthaki uria munini makiria betika-ini kana ikoretwo agikurugamirira andu aria nini na ni aikorwo agitugwo betika kana ngoga ino ya Copa Trophy mundu gwetwo Jude Bellingham likani aragikorwo kiandikithio kimera giki ni kirabu giki kia Real Madrid na reo kona Jude aragikorwo agikara agithie na mbere gukorwo agikawega betika-ini ici kana betika-ini kana ni aikorwo akifungira kirabu kia Real Madrid. Haya mau no mamwe kana mau no maria tikoretwo ngikuhaririria kiumia kiu
wona ikerekaine rĩa kerĩ rĩa gĩkinya nĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria horo wĩgiĩ mbĩtĩka ici, nĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria horo wĩgiĩ Messi gũtuguo Ballon d'Or. Hihi nĩ tũgũkorwo angĩgeria kũria kana nĩ tũgũkorwo tũkĩũria ageni aitũ, hihi nĩ ũragĩrĩire gũkorwo agĩtuguo na ngogeno ya Ballon d'Or. Ndikĩũĩ kana we mwĩroreri nĩ ũkorwo kĩagree naniĩ atĩ he kĩndũ kĩrarĩrĩria kĩrĩa kĩngĩ ĩndĩ agĩkorwo andũ nĩ magĩkoretwo magĩsuspect, andũ nĩ magĩkoretwo makiuga atĩ mũthaki mũna no ũkorwo kĩhotana. Ũguo nĩ kuga atĩ he karata karagĩcorirwo no othe tũgakiuga nĩ the greatest of all times. Haya, kwa ihinda rĩrĩ atĩtĩkĩria na gĩtĩo kĩnene atũkorwo tũgĩcokereria na ageni aitũ atũkorwo tũkĩarĩrĩria maingĩ amegiĩ mbĩtĩka gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Nĩ rĩakwa Wambui wa Njau gũkũ arĩkwa Mũthingi TV. Kiumanĩte na Ngai gĩkoragwo gĩgĩa kũguna mũndũ kĩũmbe. Jesu nĩngwendete wewe wakwa. Ikalawa ni kwiyumba kama na mumo wa Ngai na kubo dino ni kwenda mundu. Lord, I lift your name on high. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ ũgũtũngana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩruka. Ta mwana nĩ ndatwĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ. Nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi tũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwaku kagĩa na kamweke ga gũtwĩra marĩa wanagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe. Nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Karibuni na mwikare thĩ mũnjĩre nĩkĩ kĩarĩa kĩngĩ. Pastor, mũndũ ta ũyũ okaga ũtukũ biũ na ndarĩ ũguo tene. Thikũ ici ona thimũ yake ndigĩkwĩra ndamĩhutirie rĩ, nĩ password ekĩraga. Maũndũ ta maya nĩmo mahagũrĩte ihiko nyingĩ. Na ithuĩ Mũthingi TV tũgakũrehera tabarĩra ya mwanya ĩtagwo kwĩregeria. Ũngĩkona mũndũ ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamũkĩre mũndũ hietha thamaki. O mũthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia ũtukũ nginya thaa 5 na niĩ Njũgũna wa Ngugi. That some of them has been wrong, that some of them have misunderstood us, and it's only by our action they will know that we mean business. Mũthee Jomo Kenyatta aciarirwo mwaka-inĩ wa 1894 Icaweri kũrĩ aciari Mũigũi na Wambui. Ithe arĩ cibũ gacagi kanini ka ũrĩmi mwena wa Gatũndũ Kiambu. Kenyatta ahetwo rĩtwa Kamau nĩ aciari ake arĩa macokire gũkua arĩ o mũnini. Nĩacokire agĩthamĩra Mũthĩga gũikara na gukawe kũrĩa aingĩrire cukuru wa misheni wa Thogoto.
na agĩbatithio na gũtuo Johnston. Kenyatta nĩ acokire akiuma thogoto mwaka-inĩ wa 1922 kũrĩa ambĩrĩirie kũruta wĩra na kanjũ ya Nairobi. Mwaka-inĩ wa 1928 Kenyatta nĩ atuĩkire mũnene wa kĩama kĩa Agĩkũyũ KCA na mwandĩki mũnene wa ngathĩti ya Mũiguithania. Nĩ acokire agĩcagũrwo ta mũbarothi wa Ngeretha nĩ kĩama kĩa Agĩkũyũ na kũu Ngeretha nĩ athire na mbere na mathomo make na mwaka-inĩ wa 1938 akĩandĩka ibuku rĩake rĩa mbere rĩrĩa rĩaragĩrĩria Gĩkũyũ na rĩgĩtwo Facing Mount Kenya. Nĩ acokire agĩcenjia rĩtwa rĩake kuma Johnston agĩtua Jomo tondũ mũcabithia wake wa ibuku augire nĩrĩo rĩngĩgucĩrĩria mũno kũu mwena ũcio wa Ngeretha. Mwaka-inĩ wa 1946 Kenyatta nĩ acokire Kenya na agĩtuĩka mũnene wa kĩama kĩa Kenya African Union nĩkĩo KAU. Hamwe na atongoria angĩ 97 nĩ manyitirwo mwaka-inĩ wa 1952 nĩ ihĩtia rĩa kũũraga Shifo wa Rũhũkũng'ũ na ũrũgamĩrĩri wake wa Mau Mau na agĩtuĩrwo mĩaka 7 njera. Kenyatta nĩ acokire akĩrekererio mwaka-inĩ wa 1931 thutha wa mĩrũrũngano. Nĩ kwagĩire na gĩthurano kĩnene mwaka-inĩ wa 1963 thutha wa Kenya kwĩgwatia wĩyathi. Kenyatta nĩ aingĩrire kĩama gĩa ũteti gĩa KANU na agĩtuo mũtongoria wakĩo. Kĩama kĩu gĩa KANU kĩahotanire na itĩ iria nyingĩ mbunge-inĩ na mwaka ũrĩa warũmĩrĩire Kenyatta agĩtuo mũtongoria wa bũrũri. Kenyatta nĩ endekithirie wĩiguano harĩ ciama cia ũteti cia Kenya na akĩanjia slogan ya Harambee. Kenyatta nĩ ambĩrĩirie gũteithĩrĩria a Kenya na agĩcokeria arĩa matunyĩtwo mĩgũnda yao. Nĩ acokire agĩteanĩria mawatho ma mũthũngũ marĩa mahinyagĩrĩria mũndũ mũirũ na akĩgathĩrĩria mũno gĩthomo. Thengia wake kwĩyongerera mahinya na thirikari yake gũkuruhanio na ungumania. Ũtongoria wake nĩ ũtĩĩkĩte mũno nĩ ũndũ wa ũkinyanĩria wake na thayũ ũrĩa atigire Kenya. Mũthee Jomo Kenyatta nĩ ahurũkire Mombatha wa kanana tarĩki 22 mwaka-inĩ wa 1978. Nginya ũmũthĩ a Kenya no mamũkũngũagĩra kũrĩ mũthenya wa ũririkano wake. Ikiwa na madaraka kiroto kiumanĩte na Ngai gĩkoragwo gĩgĩa kũguna mũndũ kĩũmbe. Lord, I lift your name on high. Mũndũ o wothe nĩ akoragwo na nyota wa kũgĩa na nyũmba, no nĩ kĩu o mũndũ akoraga agĩetha na nĩguo ngoro yake ĩiganĩre. Na nĩkĩo thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya waki na ũgemu tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na kambuni ĩmwe nene mũno thĩinĩ wa Afrika irathĩro na ĩrĩa ĩkũhingagĩria merirĩria maku mothe kuma ũgũri wa mũgũnda, waki wa nyũmba, kwĩgwatĩra mawabici na maũndũ mangĩ maingĩ. Nyitanĩra na niĩ Wairimu wa Kimani ngũhe mũcamo wa maingĩ marĩa tũkugĩire gũkũ na Vision Capital gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo kĩa gũtherema. Saturday utuko warĩ kũ? Nĩ ndarĩ nyũmba kĩigua thimũ kĩamba ngĩnohania ngĩũria ĩno thimũ nĩ yakũ. Nĩguo ndaiguire atĩrĩrĩ nĩ ũkwaria na mũndũ etagwo Thiondo. Ũkĩrigwo gagwathiĩ atĩa? Gagwathiĩ atĩa? Na ndũrĩ warĩ ona kĩtiga igana. Tiga igana. Ũkĩgũthwo manana.
Oguo. Waiguire atia? Ngoro ya ndigũthia kata ta maka. Ngĩigua hasa. Agatimu. Aganĩguo. Aganĩguo. Ũngĩra atia mũndũ ũkoretwo ũgĩthaka loto na ndarĩ ariona? Nĩ mũthi na mbere gũthaka. Mũtikagwe ngoro. Mũtikakue ngoro, mũthake biũ. Mundu akuaga ngoro na ni thahabu rathi gukinyira uragikua ngoro niki? Oh yes, no uguo no korwo ni thahabu rathi gukinyira gakwira tiroto thaka loto no wihotanira Steven Kinuthia uri orite 800 na twiko mukuru kwa Ruben. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka, cheza loto. Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda nĩ rĩrĩ amu Muthingi TV nĩ irakuhe mweke wa kwanĩrĩrithia kĩmenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene. Tuhũrĩre thimũ kũgerera 0777 572 358 kana ũtwandĩkĩre email nĩyo sales@lookuptv.co.ke. Ũka tũtume ndũgũ na tũtirithanie hamwe amu ndũgũ nĩ makinya. Good to go. Haya, nĩtwacokereria gũkũ kwa Muthingi TV ikirekereria keri aria ngũrĩkũrio ngĩkwĩra nĩ ngũkorwo na ndereti haya kĩndũ gĩgũtwo mbĩtĩka gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri angĩkorwo nĩ hĩndĩ ĩragĩkorwo kĩhingũra mũtambo waku wa Muthingi TV karibu sana ĩno nĩ metameta cia mathako rĩa kwa Wambui Njau akana wanyendo kaita kairĩtu ka mathako the sports girl na ikirekereria kana ihinda rĩrĩ ndikĩrĩ wika kuona atĩ ngĩrĩ na ageni na ũmũthĩ I'm torn in between the two, the Red Devils and the Citizens. Anyway, Diego Kogi support oh not tutagute maregu tukorwo tukirora ageni aitũ makwa magĩtwĩra marĩtwa mao nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere. Na mwerekeri wakwa nĩ ndakorire ũnjĩkĩrĩre drum rolls nĩ ũndũ wa ageni. Drum rolls nĩ ũndũ wa ageni no ndũrĩ wekira. Anyway, tutagute maregu tukorwo tukĩingĩra harĩ ageni aitũ. Karibuni sana. Mmesema mimi badilishe lugha. Muthego kwa ngieria Githweri. Yes. So karibuni sana. Nataka ujiintroduce alafu mtuambie wewe ni nani, unafanya nini, uko huku kwa nini? Kwa nini ukakuja huku potea njia, you know. Jina langu ni Kereke Mali Kadurima. Wengi wananifahamu kama mjukuu wa mwalimu. Mimi mjukuu wa mwalimu. Mjukuu wa mwalimu is what? Mjukuu wa mwalimu. Okay, mimi ni shabiki shakiki wa Manchester United. Mimi ni mwanafunzi nasomea taaluma ya wanahabari chuo cha kiufundi cha NIPS. Okay. Lakini huzile rugendo itu. No aterere. Bale twajitako Edward Mwangi kana Vidal. Mimi ni City number 1 supporter. Hey, the Citizens. Yeah, man. How does it feel being a citizen? Ulianza kusupport City lakini lini? City nilianza 2012. Yeah, 2012. Nimegrow nayo. Wewe enda wewe. City nimegrow nayo. But then you know a lot of Manchester City supporters started supporting City after Pep. Yes. Mimi ni wa hizo enzi. Ulijua City juu nini? Dad. Mzee alikuwa City number 1 fan. Nice. Ulianza kusupport United lini? United nilianza nikiwa mdogo sana. Wakati wa kina Sir Alex Ferguson. You could hear people unawasikia tu huko ni Manchester United. Hapo ndipo hiyo kitu ikaanza ku. Hiyo influence kwa zile za our United ni kina nani? Wakina Vidic, Babatov, nasikia watu Luis nani, Fletcher. Hao sasa. Ukiwasikia hao sasa ndo amu ya kujua boli ka grow na hiyo sasa. Saizi who is your favorite player huko United? Manchester United. Sai ni Bruno.
Okay. Alright. Haya, murari wa Muthingi TV acio niyo tukire nao muthenya wa umuthi na tukiambiriria gwenda twambiririe na mbitika cia rugby kuona ati nicio kwa ihinda riri nicio kwa ihinda riri irakiria kana nicio cigiakiriirie na tukianzia there's this rugby zenye ziko shule the rugby schools murekeri wakwa ndenda ukorwo kinjikirira fixtures cia macukuru uria makorwo magithaka muthenya wa umuthi icio university cups iria iragithakwo muthenya wa umuthi universities wamekuja na ligi za rugby. What is your take mashule kukuja na hizi rugby? Do you feel like it's a good initiative kwa shule ama what is take yako kwa hizo ni nini? Most of the time tulikuwa tunaona rugby players walikuwa wanatolewa high school na most of the people walikuwa natoka huko Kakamega school and the likes of Kangaroo school walikuwa wanajulikana na rugby sana. So hao wachezaji walikuwa wanatolewa hizo mashule big. So there is that person mwenye ako na talent ya kucheza hiyo rugby lakini hakupata hiyo opportunity. Tuseme ametoka shule ambayo rugby iko nzuri sana lakini sasa amekuja campus huko shule chuo kikuu ameweza kupata opportunity ya kuingizwa kwa rugby team. Sasa hiyo itakuwa inawasaidia kufikia malengo yao kama wachezaji wa rugby na wengine watakuwa natimiza ndoto zao kwa wachezaji wa rugby na huenda tukaona kwenye timu ya kitaifa. Wose kana take ya kuya uhoro wigi uthaki wa bitika cia rugby take ya kuniriko. Utakuwa moja kwa koroga. Ni gweciria ni vizuri tu hivyo wanafanya juu unajua kuna mwenye alifungiwa akiwa high school sasa yako kampo bado talanta dota ina grow anajionyesha huko kampo. There's this take that shule kama university fulani inajulikananga na vita. Do you feel like easy games da kuja kumaliza hizo mavita like hii campus hizi yetu na hii kishindwa na hii za vita? Naam, nikiweza kuangalia kwamba games they bring us together, they unite us. So ni kusema the moment tunakuja hapo kuwatch hiyo game si kama shabiki huenda hadi tulikuwa na mvutano kisiasa au ulikuwa na support hawa na mimi nilikuwa na support hawa lakini the moment tumekuja pamoja we get to know each other tukue tunashirikiana kisporti alafu kila mtu sasa anakuwa we be friendly, we be united. Wanasemanga unity is strength. So wakiwa wengi kuna nguvu pia na mambo ya vita. Kidogo vijana wako busy. Mtu akiwa busy akili inanga hiyo mambo ya vita. So the more wako wengi wameshikana kuna hizo games the more vijana wajengana. Wewe una support university gani? Me for now labda ni support Zitek University. Zitek University kwa sababu they really support wana support football. Umeanza sasa kai hiyo ni rugby sasa hii nadhani pia wale administration watakuwa wakiwasupport. Una support ni gani? Hadi mimi I think niko Zitek. Hadi mimi I think niko Zitek. So ukiangalia how is the future of rugby in Kenya? Uangalie saa hizi rugby tunarudi tunaenda kucheza Safari Sevens, tuko na Elgon Cup. Ukiangalia rugby haijakuwa in the past few years haijakuwa fit sana but now when the rugby chairman Sasha Mutai came in decided now it's time to take rugby to the next level. What's your take about rugby? Saizi umeona tumeenda kule Afrika tumeshinda, tunaenda Paris 2024. What's your take on the future of rugby kwa Kenya? Rugby kuna wakati tulikuwa hadi tumewin the World Cup ya rugby. Wakati wakina Collins Injera, wakati wa watu kama hao. Tukakuja tukaanza tukasuazua kidogo baada ya kushinda ile kombe tukaweza kurelax. Wengi wakaanza yani kuna wale rookies wakaanza wajumuishi kwa kikosi tukakuwa na wale wachezaji wako wakubwa ndio tu wanachezeshwa. Kwa hivyo nadhani kwamba sasa Kenya kwenda kule kombe la kwenda pale Paris Olympics itakuwa inaashiria kwamba Kenya tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana mchezo. Kwa sababu ukiangalia kwenye timu za Afrika ambazo zinashiriki kwenye World Cup rugby Kenya inajumuishwa kwenye timu ambazo ni bora sana kwenye mchezo huu wa rugby. Kwa hivyo kwa sasa nadhani kwamba ni wakati mwafaka timu yetu iweze kuonyesha makali yake kule Olympic Paris. Kenya tulitolewa kwenye HSBS. Saizi wote tutarudi ama tukicheza Olympics mnaona kama tuna bahati ya kurudi ama kutendaje? Tuna bahati. Kenya ni nchi yenye watu wanajitumanga rugby. Tunajitumanga rugby na
tukiendelea hivyo mimi na think Kenya future yake itakuwa sawa. Na tutarudi pia na tuchukue tena World Cup tena. Kitu kingine ni mashabiki wakuwa wanajitokeza na wa support. The moment to support the rugby, hakuna kitu South Africa iko na kitu hatuna. We have those strong people, tuko na wenye wako na mbio. So the moment tutapea hadi ama vijana the rookies wenye wako chini hapo, tukiwapea opportunity, they can show something and we can win. Haya, murekeri wako tukoro tukiamukira uhoro wigie uria bitika cia varsity kindu gigutwo varsity umuthe uririkanite ni muthenya wa mbere kana bitika cicikurwo shafi muthenya wa umuthi ashukuru wa University of Nairobi makoro magitugana team ya cooperative KCA University matugana na team ya Meru University kure mwana watu matugana team ya Multimedia University JKUAT matugana na DKUAT anorikanite bitika ici ira ikoro githakiro kiharo-ini kia JKUAT kuu nikuo bitika ici ila ikoro igithakirwa. Ukiangalia UN wanapatana na cooperative. Unafeel nani watakuwa kali hapa? UN ukiangalia matokeo yao hapo awali UN ni wazuri sana ukilinganisha na cooperative. Aya, ukiangalia cooperative pia hawajakuwa wabaya vile. Unaona je mechi itatoka vipi? Hii mechi ni mechi ngumu. Lakini UN kuna venye UN wako gisida. Aya, KCA watapatana na Meru University. Hapa ni Meru University. Meru University. Kwa nani? KCA. 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 Kwa nini KCA? KCA kuna venye ukiona Meru University kuna venye KCA wanaweza kuwa na resources mingi kushinda hawa. Yeah. Aya, advantageous. Aya, tu mtapatana na Multimedia. These I will give it to two. Why not Multimedia? Multimedia University kidogo tu nimeangalia kuna game zao nilikuwa nimeangalia kidogo. I do follow them. So I think tu ni wazuri. Multimedia mmesema ni watoto wa mababi. Haya, JKUAT watapatana na DKUAT na ukumbuke JKUAT wako nyumbani. Kwa hivyo uwanja inachezwa yao. So wako na home advantage. Mashabiki wataweza kujitokeza kwa wingi kuipea timu ya JKUAT kuipea timu ya JKUAT ushabiki, yani kuishabikia. Kwa hivyo DKUAT itakuwa na ile uoga kwa sababu mashabiki wamezingira uwanja mzima. Kwa hivyo JKUAT huenda kaweza kutoka na ushindi hapo. Haya, atokera icio ciege bitika cia mufira wa gonya na riu ajitekiria na gitio kinene atiko tukigira bitika-ini cia Kenya Premier League kana FKFPL iraikoro igithie na mbere. Timu ya Posta Rangers walked home ndo wanaongoza kwenye ligi. Wote ukiangalia wako na goal difference tu moja na Gor Mahia. Ukiangalia Posta Rangers pia wamekuja na ukali, Tusker wamezubaa pale. What is really happening? Ukiangalia timu kama wanabarua the Posta Rangers wameweza kuja, si Posta Rangers ambayo tumeweza kuizoea miaka hapo awali walikuwa na maliza nambari ya 8 huku lakini kwa sasa wameweza kuonesha mabadiliko makubwa. Vijana wa Tusker wakaweza kusuazua. Kuna wakati mechi baina ya Gor Mahia na Tusker mkufunzi akaweza kuambiwa Robert Matano akaweza kuambiwa iwapo atashindwa mechi ataweza kuwa anapigwa kalamu. Tukaweza kuona kuna mvutano baina ya wasimamizi wa klabu ya Tusker na mashabiki na huyu mkufunzi. Kwa hivyo nadhani kwamba timu ya Posta Rangers imeweza kuja na wakati huu imekuja kuinda ligi. Haijakuja na mchezo wowote. Na Gor Mahia kwa vyote vile tunajua ndo mababe wa ligi yetu walikuwa na Ingwe ikaweza kusuazua kidogo. Na nadhani kwamba pia Ingwe Gor Mahia itaweza kumpa msukumo mkali sana kwa sababu ya uzoefu. Itaweza kuinampa msukumo mkubwa sana au the Posta Rangers. Ukiangalia Tusker pia wamekuwa last season walifanya fiti, walimaliza nambari 2. Ukumbuke Robert Matano pia alianza tu venye tu ameanza tu msimu. Alianza vile akasuasua kidogo alafu mwisho akamalizia vizuri. Shabana pia wameingia kwenye ligi kidogo, wametandikwa wako almost kwenye relegation. What's the take about Shabana wamekuja wamepiga KPL wamerudi chini. Murang'a Seals pia wanatulia pale. What's the take about Kenya Premier League? Kenya Premier League iko saa hizi ina mashindano. Hizi teams zinajituma, kila team inakimbisha kombe. Ukiona lakini mimi nafikiria Gor Mahia ni timu yenye ni kama Man City tuseme. Timu yenye iko chini lakini kwa muda tarejea tu. Ukiangalia sasa kama Murang'a Seals watakuwa nakutana na Tusker. Kwa hivyo ni kusema hiyo ni mchuano mkubwa, ni mchuano mkali sana kwa sababu Murang'a
tumeona kwamba ni timu nzuri. Si kama Shabana, unajua Shabana iliweza kufuzu ikiwa nambari ya kwanza, Murang'a Seal wakakuja kwa nambari ya pili. Lakini kwa sasa tunaona Shabana kidogo wako kule chini. Na kwa wako na mashabiki wengi. Sijui mashabiki sasa hivi wameweza kuhuzunika kwa sababu hii si Shabana ambayo tuliweza kuiona. Naam, sina Shabana ambayo tuliweza kuiona ikipiga na Murang'a Seal. Naam. Do you feel like Shabana wataenda relegation? Wanaweza. Unajua wanasemanga mpira undunda. Cheza ujinga bana unaenda relegation. Aya, ukiangalia Shabana pia kule Kasarani. This week Wednesday walichapwa pia na Ulinzi. Na walichapwa pia. What's it take about Shabana venye wamekuwa wakicheza? Ni nini did they come na more expectations kwa ligi ama what happened? Mbona wamesota hivyo? Sijui tatizo la Shabana kweli ya saa, kwa sababu ukiangalia waliweza kumchukua ule mchezaji Mukangala kutoka klabu ya AFC Leopards ambaye alikuwa na uzoefu mkubwa sana. Wakaweza bado ukiona mashabiki wanajitokeza wanapewa support, wameweza kupewa support pia na wanasiasa, kila kitu kiko sawa, lakini wakaweza kudhalilishwa na klabu ya Ulinzi Stars pia, ambayo Ulinzi Stars kwa sasa si ile Ulinzi Stars ambayo tumeijua. Kwa hivyo nadhani klabu ya Shabana wanafaa kurudi kwenye drawing board, wajue tatizo ni nini. Lakini ndio feel kama walikuja na expectations zile za manzi tuko na fan base pia kushinda itakuwa easier, ama what happened because ukiangalia sasa hivi fan base ya Shabana kidogo imeanza kukua na zile za hapa si hiyo ni overconfidence ile unaitanga overconfidence. Kijana overconfidence unapata mambo ni different. Shabana walidhani kwamba ligi ya NSL ndo ligi ya KPL. Na ligi ya KPL kila timu hapo ni mbabe ambaye ameweza kutoka upande wake, anaogopa kurudi chini. Kwa hivyo na ndo mwisho sasa. Kila timu pale ina makali yake. Kwa hivyo Shabana iwapo hawatajichunga huenda wakaweza kuchujwa sasa. Na AFC Leopards pia miaka iliyopita they were so good. Wao ndo walikuwa close competitors na Gor Mahia. Pia walikuwa wana compete sana. Ni nini, what really happened? Ni management? What really happened to AFC? AFC Leopards ni kikosi kizuri sana. Ukiangalia kina wachezaji wameweza hadi kuwatoa wakufunzi kutoka kule nchi za nje. Wameweza kupata support. Ni timu ambayo tulikuwa tunadhani ukisikia tu leo mechi baina ya Gor Mahia na Ingwe wakicheza, yani mashemeji derby, ilikuwa mchuano mkubwa sana. Lakini kwa sasa bila hadi mtoto mdogo utamuuliza akwambie Gor Mahia na Ingwe wanacheza leo, atakwambia bila shaka Gor Mahia itaweza kutoka na ushindi. Kwa sababu ukitazama Gor Mahia ina wachezaji wazuri na wachezaji wazoefu, na kule kwenye management wameweza kutia mkazo na wakaweza kuzungumza na wale wachezaji pale uwanjani. Kwa hivyo inakuwa rahisi sana wale wachezaji kucheza wakuwa wamejitolea kabisa. Lakini ukiangalia klabu ya Ingwe, yani AFC Leopards, wachezaji kidogo ni kama kuna mvutano baina ya wachezaji na kule kwenye management. Ukiangalia timu kama Posta Rangers, Murang'a Seal, can we say that Murang'a Seal has a good imekuja na how do I call it? Imekuja na good riddance kwa hii ligi. Hawana kelele, wametulia tu. What's the take about Murang'a Seal in the next coming season? Murang'a Seal, iwapo klabu nyingi pale ligi kuu hazitaweza kujichunga, Murang'a Seal itakuja kama vile Kariobangi Sharks waliweza kukuja. Kariobangi Sharks wengi walikuwa wanatarajia Kariobangi Sharks itaweza kuwa na ushindani mkali kwenye ligi. Tukaweza kuona hadi wakicheza na klabu ya Everton na wakaweza kuvuna ushindi kwa mikojo ya penalty. Kwa hivyo nadhani Murang'a Seal, kwa sababu ukiangalia mashabiki wa Murang'a Seal si wengi, alafu walipokuja hawakuwa wanafahamika sana hasa. Kwa hivyo nadhani kwamba Murang'a Seal kwa sasa ni timu nzuri. Nimeweza kuangalia michuano yao miwili mitatu, nikaona ni klabu nzuri sana. Also talk about Murang'a Seal, una expect that next season wataponea ama this season wataponea ama itakuwaje? Wanaweza ponea. Ukiangalia kikosi ni timu ambayo ina ushindani, vijana wanajituma vilivyo, wanacheza vile inafaa. Inaweza ponea, wanaweza ponea. Kuna kitu watu huuliza sana, especially when it comes to a team. Watu wanadhani team tu ni kukuja mnaingia kwa uwanja mnacheza. What do you expect from a team ndo tufike pale that tumekuja tumecheza, now we are becoming a professionals? What does it take?
kukua professional? For me nadhani kwamba team huanza kujenga from the management. You can't kuja hapo mchezaji ameenda akashinda mechi, amjakuja mpe motisha, wakati unampa hela kidogo anaona kwamba anakuwa na motisha kwamba tukishinda huenda wakati mwingine tutakuwa tunajengwa kitu. Kwa hivyo timu nzuri lazima ijengwe kutoka kwa management na mashabiki wakuwa wanajitolea. Timu kama Shabana walipocheza na Morangasil, nitakwambia Morangasil walikuwa na mchuano mzuri sana, ila mashabiki kwa sababu ya mashabiki waliokuwa pale wa Shabana ikaweza kupata motisha na ikaweza kutoka na ushindi na ikaweza kufuzu kuwa nambari ya kwanza. Kwa hivyo na kile ambacho nadhani mimi kama mjukuu ni kwamba timu inafaa kuanza kujengwa kutoka kwa management kabla ya kufika pale kwenye ligi kuu, na ikifika pale kwenye ligi kuu iwapo management ni nzuri itaweza kuvuna ushindi na itakuwa ya kusalia pale. Ukiangalia when it comes to management, AFC wamefukuza mkubwa wao juzi. What's the take about the management ikianza kukua shiki? Will it affect wachezaji ama wachezaji pia watafocus na ile ligi, ama what will happen when the management imekuwa shiki? Management ikiwa kidogo ya regea, hakuna mahali timu inaweza enda. Mwanzo ni kama kuwa na darasa ambalo halina mwalimu. Na kidogo mwalimu akiwa yuko wachezaji wanaregea kila mara, tena hii ni ligi. Sidhani wanaenda mahali. Lakini wakiunda management fiti tena na heritage yenye wako nayo na klabu, tutasonga mbele na mtakuwa na mafanikio. When it comes to sign wachezaji, we have seen a lot of teams are struggling, especially kumark the people they want. Take yako kwa kukuja kuandikisha wachezaji. What should the coach look at na ama team in expect kutoa nini ndo wacheze wapate the quality of players they need? Scouting. In Kenya tunaweza kusema kwamba there is poor scouting ya kutafuta wachezaji, kwa sababu kama yule kijana ambaye Andrin Kibet ambaye alikuwa anacheza kule timu ya kule ambaye alikuwa mfungaji bora kwenye michuano ya high school St Joseph, nadhani St Anthony, St Anthony. Kwa hivyo nadhani wachezaji kama wale sasa tungekuwa tunaona kwamba wako kwenye academy za ligi yetu, walifanywa scouting kule kwenye shule za upili. Wachezaji wazuri nakwambia kwamba utawapata kwingine, bali utaweza kuwapata kwenye hizi michuano ambazo ni za mashule, baina ya mashule. Kwa hivyo in Kenya there is poor scouting. Iwapo timu kama Gor Mahia itakuwa na scouts wengi ambao wanaenda kuwatazama mchezaji kwenye hizi michuano. Kwa hivyo pale wachezaji watakuwa wachezaji wazuri, waende wawape maarifa, waanze pale academy, wapewe mechi 2-3, waanze kupata uzoefu, klabu itakuwa inanawiri. What do you feel like the biggest challenge when it comes to kukua na ile football mzuri? What's the biggest challenge kama country? Challenge inaanzia kwa wakubwa. Mwanzo ukiona wakubwa hao wanasupport soka, Kenya football haisupportiwi sana. Like wamefocus sana na athletics na wachezaji hawalipi vile inafaa kama tukiona nchi zingine. Pia mauwanja, hakuna mauwanja fiti, pia venye mwenzangu amesema scouting iko poa, vitu kama hizo. Pia virabu government I give fund team vile inafaa. Ukiangalia when it comes to viwanja, Ababu promised that tutakuwa na viwanja 3 before AFCON 2027 imefika. So far so good. I know both of you meangalia venye uwanja zimekuwa zikitengenezwa. Kipkeino tumeona imeanziwa, iko on the way. What's your take about hii story ya AFCON imekuja Kenya? Are we ready ama ni PR tu tunachapa? Are we ready? Iwapo Hababu na Mwamba ataendelea na kazi ambayo anaifanya ama maneno ambayo aliweza kuyasema, iwapo sasa yataanza kufanywa, yataweza kufanyika, maneno ambayo aliweza kuyasema, kuyanena, yaweza kutendeka sasa, yaanze kuwa vitendo. Tutakuwa tumejiandaa vizuri kwa AFCON ya mwaka 2027. Kwa hivyo nadhani kwamba sasa ni wakati uwanja kama Kasarani tuweze kufanya uwe kama ule uwanja wa Benjamin Mkapa. Iwapo hatutakuwa tumejenga uwanja kama uwanja uweze kufika malengo kama yale ya Benjamin Mkapa, kwa vyote vile Kenya hatuwezi kuandaa hadi finali ya michuano hii ya AFCON. Kwa hivyo ni vyema tujiandae vizuri, kwa sababu ukiangalia Kasarani iko mji mkuu wa Kenya, iko Nairobi. Kwa hivyo hoteli nyingi ziko hapa, mashabiki watatoka kwenye
watatoka kwenye countries nyingi hapa nchini Afrika, watatoka kule Cameroon, wengine watatoka kule Ghana, wengine watatoka Nigeria, na watakuwa wanataka mahali pa kulala. Kwa hivyo hoteli nyingi hapa kwa sababu ya Nairobi kuwa na hoteli nyingi hapa, nadhani uwanja wa Kasarani unafaa kuharakishwa na iweze kutengenezwa vizuri ili tuweze kuhost hadi hiyo finali. Between Kenya, Uganda na Tanzania, ni gani unaweza route hold opening ceremony na closing ceremony ya AFCON? Ukiangalia Tanzania wale hold juzi Arsene Wenger alikuwa kule Tanzania. Ukiangalia which is probability kubwa AFCON opening ceremony na closing ceremony itakuwa wapi? Uganda. Na mimi kwangu mimi nadhani kwamba Benjamin Mkapa AFCON inaweza hiyo opening ceremony inaweza ikatengenezwa kule Benjamin Mkapa, kwa sababu ukiangalia Gianni Infantino, rais wa FIFA, hatujai kumuona hapa nchini Kenya. Alikuwa Tanzania pale. Alikuwa pale Tanzania. Arsene Wenger mwenyewe alikuwa ambaye alikuwa mkufunzi wa timu ya Arsenal kwa miaka mingi sana. Profesa mwenyewe unamuona pale uwanjani Benjamin Mkapa. Hii inaonyesha nini? Kwamba mashabiki kule ama taifa la Tanzania limeanza kuona kwamba ni wakati sasa tuanze kuwa na msukumo wa kutengeneza vilabu vyetu. Ukiangalia Simba, timu ya mashabiki wa Simba wakikaa kama ni kuja uwanjani, wanakuja wote ile Ingwe ya kitambo na ile Gor Mahia ya kitambo. Niliona kwamba wamefururiza moja kwa moja kwenda kucheza kule mechi ya kirafiki kule nchi ya Rwanda. Ukiangalia waliweza kucheza na timu ya Al Hilal, wakaweza kuwachapa, wakaweza kutoka sare kunradhi. Kwa hivyo ni timu nadhani kwamba taifa la Tanzania, iwapo Kenya tutakuwa tumejiandaa vyema, nimesema kama iwapo tutakuwa tumejiandaa vyema, taifa la Tanzania litaweza kuhold hiyo, litaweza kuhost opening ceremony, closing ceremony ambayo ni finali. Ateklenu mtu kama Wenger amekuja pale Tanzania, mtu kama ule president amekuja. What's it take about African football, putting in mind that tumeanza ku attract watu, people who have not hawajakuwa interested sana. Ukiangalia sana especially when there's international break, when there's AFCON, most of the coaches who sema hatutambui sana AFCON. What's it take sasa, like watu sasa wameanza kukuja huku, wameanza kuja Afrika, wanataka kujua how we play. What's it take about African football? African football, it is time tumeanza kujirealize. Wachezaji wetu wamekuwa kicheza kule Europe. Ukiangalia Jurgen Klopp wakati michuano ya AFCON ilikuwa imeandaliwa, alikuwa karibu wanyime ruhusa Sadio Mane na Mohamed Salah. Kwa hivyo nadhani kwamba ni wakati sasa tumeanza kujigundua, kwa sababu ukiangalia wachezaji wa Afrika kutoka ile enzi za kina JJ Okocha ule Nigeria, kwamba wachezaji wa Afrika na wakina Didier Drogba, wachezaji wa Afrika ni sisi tumekuwa tukitamba kule nje. Kwa hivyo kwa sasa iwapo Afrika tuweze kuwa na ushikamano na tuanze kuwa serious, to take our serious, even Nigeria unaweza isikia imebeba kombe la dunia. Utaisikia Afrika, nchi ya Afrika imebeba kombe la dunia kwa sababu hatuna ule ushirikiano. We don't take talent to be serious. Ukitaka kwenda academy lazima upeane mulungula hapa na pale ili uweze kuingizwa kwenye klabu. Lakini haya mambo kama utaona kule Europe. Kwa hivyo ndo maana sasa watu kama wakina Gianni Infantino na Arsene Wenger wameanza kuona mpira wa Afrika umeanza kunawiri. Kwa hivyo ni vyema waanze kutembea. Kwa nini unapatanga sisi especially kwa ile time kuna World Cup, kama last World Cup we had 5 teams, but ukiuliza mtu una support team gani? Mimi ni team France, mimi team Belgium, mimi team Portugal. Kwa nini hatusemange mimi team Senegal, mimi team Kenya, mimi team fulani? Kwa nini sisi wa Afrika we don't support each other? Najua wanasema hamna haja uunge mtoto mkono, mwanzo akiingia huko majuu bana atapigwa tu. Hamna haja. Hamna haja. Alafu ukiangalia vilabu nyingi huko Uingereza, ukiangalia kikosi kama cha Uingereza, kuna watu wenye asili za Kiafrika. Ni kwa nini? Hapa nchini hapa ukimwangalia Bukayo Saka ametoka kule Nigeria. Kule Nigeria maybe hakupewa ile chance ya kucheza soka kwa sababu ya hizo vitu ambazo zinakuambia kama ni kwenda academy lazima ufanye mambo 2-3 ili uweze kujumuishwa kwenye kikosi. Kwa hivyo watu wanaanza kutake serious football ya Europe more serious, lakini for now nadhani Africa it is starting to realize itself. Na si ajabu sana uone mwaka huo World Cup ya 2026 si ajabu sana kuona kwamba mtu kama mimi na support Ghana, na support Nigeria, club kama hizo. Haya, turudi tu hapa kwetu. Harambee Stars
tulikosea wapi? Harambee Stars ni hiyo scouting yenye nimekuambia. Ukiangalia sasa tuko na alafu kuna mchezaji kama Benson Omala. Yeye ni mchezaji mfungaji bora wa ligi msimu huu na ule mwingine. Ajumuishwi kwenye kikosi cha huyu mkufunzi wa sasa. Kwa hivyo nadhani mchezaji kama Mikel Olunga wanafaa kuwa na Masudi Juma. Masudi Juma iwapo hayupo mchezoni, mchezaji kama Benson Omala anajumuishwa pale. Na ni wakati sasa kocha aweze kuangalia huyo mchezaji, kwa sababu pia mashabiki sana wamekuwa wakiteta, kwa sababu ukiangalia mchuano wa Kenya na timu ya Urusi, Mikel Olunga aliweza kupoteza bao la wazi, na mashabiki wakakuwa wakiuliza mbona sasa Benson Omala asichukue hiyo nafasi. Lakini tukiangalia michuano ya Hal Duel kule Qatar, anaweza kuwika huyu Mikel Olunga. Kwa hivyo ndio maana yake kocha anaona kwamba acha ampe nafasi. Kwa hivyo lakini ni wakati sasa wakuwe Mikel Olunga akimuona pale Benson Omala ako pale kwenye kiti, atakuwa na motisha kucheza sana ili Benson Omala asiweze kuingia na kumbadilisha. Haya, ukiangalia do you feel like Firat anacheza na majina kubwa, ama anacheza kulingana na mtu mwenye anacheza, ama anacheza kulingana na majina kubwa? Mimi nafikiri anacheza kulingana na venye mtu anacheza. Mwanzo ukiona Orunga, mchezaji na ambaye anacheza fiti huko. Lakini akikuja hapa Kenya kidogo alimia. Chezi vile ambavyo anavyocheza. Mimi nafikiria anacheza kulingana na venye anavyocheza nje. Difference ya ligi ya Kenya na ligi ya huko kwenye yupo. Difference ni gani? Difference ni mawanja, management, scouting pia. Ukiona pesa pia. Ukiona huku nje kocha, kutoa nje na kocha huku hawafanani. Zile tactics kidogo hazifanani. Wachezaji walio karibu na yeye pia hawafanani. Olunga tuseme huku nje anacheza na wachezaji walio na uzoefu, wako na ideas, lakini ukikuja huku kuna wachezaji pua hawana ideas. Hawajazoea, hawana ule uzoefu. Haya, murakiri wako tukorotokea mukira obeteka iria cigo ikoro githakwo muthenya wa omothe alicio beteka cia Kenya Premier League FKFPL alicio gathe ya mbere ya beteka cia kindu gigwitwa garagano guku bururi-ini atukorotokea mukira beteka uria cigokorwo igithakwo muthenya wa omothe ari beteka cia FKFPL ira tukorotokirora hihi team ni team iriku ikiri na megutha makorwo ikihotana, team iriku igukorwo ikihotwo. Sofapaka leo watapatana na Talanta. Vijana wa Ken Kenyatta. Ken Kenyatta ni kocha mzuri, na hao Talanta waliweza kutoka kwenye ligi ya NSL msimu uliopita, wakaweza kuingia, na sasa tumeona bado wameweza kusalia. Ni vijana ambao ni wazuri sana, lakini bado hawajapata kuwa na ule uzoefu kwenye ligi ya hapa nchini Kenya KPL. Kwa hivyo nadhani hapa mchuano baina ya Sofapaka na Talanta yote, kwa sababu pia Sofapaka ina wachezaji wazuri, na tumeona kwamba although saa hii iko chini kidogo. Talanta na Sofapaka hapa kwa kumbashiri, wapo wanataka kubashiri, hapa ni jiji. Haya, ukiangalia Sofapaka Talanta? Talanta. Kwa nini Talanta? Wanaweza angukia ukiona wamekuwa wakicheza vizuri. Lakini kidogo Sofapaka, acha tuseme tu Talanta. Haya, Nzoia Sugar wanapatana na Kariobangi Sharks. Kumbuke Kariobangi Sharks wamekuwa kwa ligi, wameizoea, wamekuwa pia wanachapa pale kazi. Ukiangalia Nzoia Sugar Kariobangi Sharks. Nzoia Sugar na Kariobangi Sharks hapa. Nzoia pia ni wazuri. Lakini ukilinganisha na Kariobangi Sharks ni wazuri kuliko Nzoia. Kwa hivyo hapa ni Kariobangi Sharks. Unaona kuna nani na yupi? Kariobangi kama kawaida. Okay. Haya, City Star watapatana na AFC Leopards. AFC Leopards wiki wamekuwa tuna maneno za kwao. Wanapatana pale na City Star. Unaona kama nani atakuwa ameshinda? Leopards wanaweza ngangana. Wanaweza toa ushindi. Okay. Haya, AFC Leopards na City Stars. Ukiangalia City Stars ndo City Stars ni wazuri. Niliona kwamba walimpa kwenye mchuano wa kirafiki ulipokuwa wanacheza na Gor Mahia, niliona kwamba waliweza kumpa msukumo sana Gor Mahia. Lakini ukiangalia AFC Leopards sasa ina msukumo kutoka kwa mashabiki. Kwa hivyo watafanya juhudi zote juu chini ili waweze kushinda mchuano huu. Haya, ishia aribitaka ishia Kenya Premier League. Haya, Carabao ili happen Wednesday. United wako nje, City wako nje, Arsenal walitandikwa. Nini sana wacha tuangalie kwanza Manchester United. Ni nini inakula Manchester United size?
Manchester United nadhani kwamba uhusiano wa kocha na ule uhusiano na wachezaji si mzuri sana. Umemwona kwamba Jadon Sancho yuko nje, wamekuwa na mvutano. Tuliona kwamba alianza na Cristiano Ronaldo, wakaweza mpaka Cristiano Ronaldo wakaweza kuondoka. Nadhani kwamba ni wakati sasa Manchester United waweze kumleta kocha mpya iwapo, kwa sababu wakati Ole Gunnar Solskjaer alipoondoka tulikuwa na watu wawili ambao walikuwa wamepewa ile asilimia kubwa ya kujiunga na Manchester United. Tulimuona Zinedine Zidane ambaye alikuwa kocha wa Real Madrid. Tukamuona huyu sasa ambaye alitoka Ajax, huyu Erik ten Hag. Kwa hivyo nadhani kwamba ni wakati sasa wa mkufunzi kuondoka, kwa sababu iwapo uhusiano wa mchezaji na uhusiano wa wachezaji na ule mkufunzi si mzuri, wachezaji hawatakuwa na motisha wa kucheza. Kwa hivyo nadhani Manchester United tatizo lao ni mkufunzi na wale the Glazers ambao ni warithi wa hichi klabu. Lakini pia ukiangalia kama ukiangalia press conference mtu anaitwa Erik ten Hag yumekuwa kijitetea sana, anasema yeye hupigana sana, ama he's a fighter. Do you feel like Ten Hag is entirely the problem, ama pia wachezaji ukiangalia pia they have the problem? Ukiangalia kama uliangalia mechi yao na City, ukiangalia second half ni kama Manchester hawakuwa walikuwa wana train. Do you feel like entirely Ten Hag is to be blamed? Naam. Mwanzo kama nilivyosema awali, darasa halina mwalimu. Kama mwalimu kidogo anafunza akiwa amelegea, wachezaji pia watalegea. Mwanzo ukiona Ten Hag ni kocha ambaye hana ule uzoefu wa kuweka wachezaji. Waliona ile tactics zake kidogo za didimia. Mwanzo ukiona walivyocheza na City ni timu ambayo iko juu, kocha wako fiti, lakini Ten Hag kidogo wachezaji wake ile mentality hawaweki, ile mentality ya tucheze. Mwanzo pia walikuwa nyumbani. Nadhani unaona wakiwa nyumbani pia ni timu. Ukiwa nyumbani mnafahamu mcheze na mshinde, lakini mnapigwa 3 mkiwa nyumbani. Alifanya tatizo kubwa sana kumuuza Fred Rodriguez, kwa sababu Fred Rodriguez wakati fulani alikuwa anacheza defensive midfielder. Unaona kwamba anawapa wale Man City anawapa wale msukumo, anawakaba huku nyuma. Tulimuona kwamba aliweza mchuano wa msimu uliopita, tulimuona kwamba aliweza kumkaba sana Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne hakuweza kujiondoa katika mikono ya Fred. Kwa hivyo nadhani tatizo kubwa ambalo aliweza kufanya ni kumwachilia Fred Rodriguez. Lakini ukiangalia pia is he entirely hiyo ndo swali nauliza. Is he entirely to blame? Because ukiangalia wachezaji pia nao ni kama wamechoka, ni kama hawataki tena kucheza. Ukiangalia klabu ya Manchester United tuna wachezaji wazuri sana. Muangalia Bruno Fernandes, muangalia Marcus Rashford, tunaye Mason Mount. Kwa nini kila mtu anateta kuhusu Rashford? Rashford ni mchezaji mzuri, nikiangalia kwamba angalia mchuano wao na timu yake ya taifa England. Iwapo ni Harry Kane atafunga, utamsikia hapo Marcus Rashford, alafu utamsikia Bukayo Saka. Kwa hiyo ni timu ya taifa unamsikia akicheza vizuri sana na huyo kina Jadon Sancho. Alafu sasa makosa mengine tuliweza kuyafanya, tukamleta Andre Onana. Alafu Andre Onana ndo wakati wake wa kwanza anaingia ligi kuu nchini Uingereza. Kwa hivyo nadhani kwamba kumuuza mtu kama David De Gea tulifanya makosa makubwa sana, na ni wakati sasa tuweze kumregesha David De Gea. Lakini unajua David De Gea kuna mahali aliuzwa. David De Gea whatever he did was he became mean because apparently alikuwa na chance ya kukuwa first goalkeeper. What Onana was coming to do, alikuwa De Gea achezeshwe hii mechi, au mwingine achezeshwe hii. Lakini De Gea decided that now is because he is mean, akamwa tu asonge. Lakini Onana pia mnezaji kama mtu haoni. Lakini honestly Onana, I don't know whatever he does, I don't know what that is. But pia again ukiangalia Onana ni kama anataka, Onana is that man who wants to show yule mtu anataka kuchenga kidogo. Alafu pia anataka kuonyesha watu guys I'm playing for Manchester United. Alafu unaruka tu yani manzi ukiangalia uko na bahati sana huko si Kenya, because kama ungekuwa Kenya bro alafu kajogo road kuisha wewe. Lakini ukiangalia pia Manchester United squad depth hakuna. What is happening, like ni Ten Hag ajue kusign, ni Glazers pia wataki kutoa pesa, ama nini inaendelea huko? Si tatizo si pesa, kwa sababu ukiangalia kumwachilia mtu kama De Gea, kwa sababu sasa kuna wakati michuano ya AFCON
iwapo mchezaji kama Andre Onana ataenda michuano ya AFCON kuichezea timu yake ya Cameroon, sisi tutabaki bila makipa ambao ni wazoefu. Kwa hivyo ni wakati sasa, kwa sababu nilisikia kwamba kuna tetesi kwamba David De Gea anaweza karudi. Kwa hivyo nadhani Andre Onana pia yeye ana tatizo kidogo. Ukiangalia pia I think there's a big problem when I don't want to be a racist, but I'm saying ukiangalia ni kama kuna shida kidogo na goalkeepers. I don't want to call them weusi, but I'll call them African. Ukiangalia huyu mwenye alikuwa Mendy, alikuwa Chelsea, akafanya vizuri season moja, alafu akaflop. Alafu sasa tunaonana ni nini kama goalkeepers wa Afrika za tufanye? Kuna ile pressure ya mashabiki pia inaweza kuwa mingi. Mwanzo huu kama Onana ni wakati wake wa kwanza kuchezea klabu ya Uingereza. Pia kuna ile pressure kwa Manchester United kwa klabu kubwa, ako mahali ambapo hajazoea. Pia rangi pia ukiona timu mengi za huko Uingereza kuna hii racist iko juu. Alafu tena ana ile maringo na ile kiburi ya Manchester United, naweza sema hiyo ndio yenye inamkura. Ile uzoefu. Man City pia si timu mko pazuri sana. Haya, after De Bruyne ameumia, hakuna mtu anaweza replace De Bruyne. Man City, do you feel like mtachapa Arsenal hii season? Arsenal walituchapa kwao. Unasema walikuwa kwao? Walituchapa kwao, lakini ukija kwetu Etihad, hawatoboi. Lakini ukiangalia la season na hii season, City mmekuwa kidogo mko chini. Do you feel like bado mtabeba ligi ama ligi tuseme tumeachia the Gunners? Hii ligi ni yetu kama kawaida. City, wajua City ikicheza ligi kianza City kuanga chini kama umekuwa ukiona, lakini goja Januari. Ligi venye tu inaenda ikipanda do City wanaenda kipanda. Arsenal kitu ya kwanza kutupiga yenyewe walifanya tupiga tuko na mchezaji Rodri. Rodri alikuwa amepewa red card, alikuwa nje. Tena Rodri kijana leo ukiona mwili wake uko sawa, midfield yake anacheza sawa. So kuwa hamna wewe mchezaji kama Rodri, midfield kidogo inadidimia. Tena hatuna De Bruyne na midfield. Na tukiwa hatuna De Bruyne na Haaland kidogo anajificha naenda kichakani. Ukosefu wa wachezaji kama Rodri, De Bruyne, hiyo ndo kitu ambacho inatukula hii season. Lakini akirudi De Bruyne tunaona anarejea, Rodri yako asharejea, wachezaji kina Phil Foden, tutakuwa sawa, ligi tunabeba hadi UEFA. Haya, ukiangalia Arsenal size wako form sana Premier League wamerana unbeaten all that time. Do you feel like watafanya kama last season pia walianza vizuri, alafu boom Mikel Arteta sasa ni kama amejipanga. Ukiangalia mbinu ambazo anazitumia sasa ni mbinu ambazo hatujakuwa kuzizoea sana. Amwangalia Bukayo Saka. Yaani Bukayo Saka si Bukayo Saka wa muula ule mwingine ambao ule ligi nyingine ambao tulicheza. Kijana ameweza kuja sasa kusema sasa ni wakati wake wa kudhihirisha kwenye ulimwengu. Sasa yeye ni Bukayo Saka. Ana mchezo mzuri sana na klabu ya Arsenal sasa wameweza kuwa na ushirikiano wa hapa na pale. Lakini tatizo ni Gabriel Jesus ambaye wanamtegemea sana. Gabriel Jesus ni mfungaji mzuri sana. Iwapo utampa chance pale mbele ataweza kufanya maafa makubwa. Kwa hivyo nadhani kwamba Arsenal wakati huu iwapo majeraha yatakuwa yakitokea kwa mchezaji kama huyo Bukayo Saka, kwa hivyo nadhani Arsenal ni wazuri. Lakini pia ukilinganisha Jesus na mtu anaitwa Nketiah, do you feel like Jesus anafaa kupewa first 11? Jesus deserves it. Ukiangalia sije kama uliangalia game last week, uliona venye Nketiah alifanya. Nketiah anacheza. Ukiangalia Nketiah pia anajituma more than Jesus. Jesus anangoja sana afidiwe, but Nketiah pia anajaribu kuiendea. Do you feel like between Nketiah na mtu anaitwa Jesus, who is supposed? Mimi nakwambia kwamba Jesus ana deserve kwa sababu ukiangalia Jesus kitu ambacho ni tatizo lake na hao wachezaji wa Brazil wale wengi ni kwamba majeraha ndio yanawasumbua. Muangalia mchezaji kama Neymar kule ni majeraha yanawasumbua kwa sababu those people are generally talented. Sasa mazoezi ndo kidogo hakuna. Kwa hivyo nadhani kwamba mchezaji kama Gabriel Jesus, ukimwangalia yule Gabriel Jesus wa Manchester City alikuwa anatolewa kidogo hivi wakati walikuwa na wanashindana kwenye nafasi na Aguero. Sasa kuna Aguero. Jesus akiingia kidogo hivi anatinga mabao
na kwamba iwapo sasa akiweko kwenye orodha na majeraha atakuwa yakimsumbua hapa Arsenal, atakuwa anafanya maafa makubwa sana, kwa sababu Jesus nadhani kwamba akifidiwa na mpira peke yake hivyo atakuwa anafunga, anafanya maafa. Saizi ukicomment kuhusu squad ya Arsenal saizi, au ukiangalia first 11 na pia subs na team B, saizi Arsenal unaweza waeka wapi ina rate of 0 to 10? 10. Arsenal saizi squad iko sawa. Mwanzo ukiona wanavyocheza, kuna Declan Rice, kina Saka pia isipokuwa ni injuries. Ukiona keeper wamechange keeper. Ukiona pia Nketiah pia ameanza kufunga mabao. Jesus pia wako sawa tu. Ukiona wanatumia Trossard wako sawa, kina Pate hapo wako sawa. Arsenal sasa wako sawa na wapea 10. Nataka uninemie wenye unaona kama watamaliza top 4 hii season. Nani atamaliza top 4? Ligi kuu nchini Uingereza. Yes. Pale juu tunasema tuipe Manchester City bila shaka. Wa pili tuwape Tottenham Hotspur ambao kwa sasa hii msimu wamekuja na ubaya sana. Kuna mbinu ambazo zinatumika ambazo si za kawaida, si ile Tottenham ambayo tumeizoea. Hii sasa ni Tottenham ambayo tulikuwa tumeiona na Jose Mourinho. Tuwape Tottenham wa pili, watatu Arsenal. Wanne hapa nadhani kwamba Newcastle, West Ham, hapa nafasi itakuwa Newcastle, West Ham, United na pia Liverpool. Ya nafasi ya 4. Lakini hawa watatu Manchester City, Arsenal na Tottenham, hiyo bila shaka watakuwa na maliza hivi. Haya, top wako City kama kawaida, pia naona tu inaweza kuwa Arsenal. Pia Manchester United wakacheza vizuri, wanaweza imbuka kuwa namba 3 ama 4 hapo. Pia kuna Liverpool. Na pia Aston Villa sasa anacheza, Unai Emery anafanya kazi. Lakini pia ukiangalia Newcastle wamekuja, tulidhani wakiingia Champions League like wataanguka, but things are happening. Kumbuke Newcastle United ni klabu ambayo ina mashabiki wengi sana na ni klabu ambayo imewahi kubeba Champions League. Kwa hivyo si klabu mpya kwenye hayo mashindano ya Champions League. Na ukiangalia tatizo la ambalo linaweza kuwa tatizo kubwa kwa Newcastle United ni huyu kijana Isak ambaye ameweza kupata jeraha na ambao wanamtegemea sana. Kwa hivyo pale Almiron anakuwa anashindwa sasa acheze na nani ambaye kwa sababu amemzoea Isak. Haya, tukotukia mukira uri abitakashia kuno ithako muthenya wa omothe. Haya, uririkane ari abitakashia English Premier League. Ari atukwiraga we ndugakorwo giciria ati gikondo na timu yaku haria top 10 andu Chelsea mothe tiramwaririria mundu gwitwo Ben mothe timu yaku ndio kuria tugukumieririria tondu ona ndiramia na onako. Anyway, tukotukira niki kira ikorwo ikire timu ya Chelsea. Haya, Brighton watapatana na Everton. Unaona kama nani ataibuka mshindi kati ya Brighton na Everton? Everton hapa ni Brighton. Brighton. Brighton ukiangalia bado wako vizuri, although ukiangalia sana wanakosa zile huduma za mchezaji ambaye aliweza kupigwa marufuku. Kwa hivyo nadhani kwamba hapa Brighton itakuwa inampiga Everton. Pia unaona kama Brighton itamtoneka. Kuna Roberto Di Zalbi anafanya kazi Brighton kichwa. Haya, wananyuki pale watakuwa wanapatana na the Hammers West Ham. Unaona kama nani atanyuka yule mwingine? Brentford. Wananyuki msubiri huyo kapiga Arsenal. Huyu West Ham ambaye alipiga Arsenal ile ni kombe la Carabao. Lakini hapa Brentford ni nyuki kweli. Anameta. Huyu ananyukanga United baya sana. Haya. Rudi pale kwenye Brighton na Everton. Ukiangalia mchezaji kama mwite huyu kijana ambaye ni huyu Mkorea Mitoma anasumbua sana. Ukiangalia mchuano wake na Arsenal aliwasumbua Arsenal sana. Kwa hivyo pia Everton iwapo wataweza kujichunga pale Mitoma ataweza kuwasumbua sana, atakuwa tatizo. Haya, Fulham watapatana na the crawling the injured Manchester United. Fulham ukiangalia mechi zao si wazuri sana msimu huu. Kwa hivyo hapo Manchester United mchuano kama huu ambao ushang'oa nanga, iwapo Manchester United wataweza kujichunga wapigwa na Fulham, nadhani Erik ten Hag utakuwa siku yake ya mwisho leo. Haya, Sheffield United watawika na the Wolves.
hapa nadhani Wolves bila shaka wataweza kupiga Sheffield. Mwanzo ukiona Sheffield kwa mechi 5 ambazo amekuwa akicheza ni kama amepoteza zote. Ukiona Wolves huyo kapiga Man City. Kupiga Man City ni kibarua. Wolves hapa hatari. Haya, unaona kama nani atakuwa anaona ule mwingine? Sheffield na Wolves. Bila shaka Wolves watakuwa na uvuna ushindi. Na do you feel like Wolves kuna siku watakuwa relegated kwa Premier League? Siko sasa kwa sababu ukiangalia ambaye aliweza kununua hii klabu ya Wolves ni mtu ambaye anapenda soka. Chelsea, iwapo Chelsea leo Abramovich angeendelea kusalia, ungesikia Chelsea hadi imeweza kubeba kombe. Kwa hivyo ni mtu ambaye italingana mtu ambaye iwapo mimi napenda klabu ya Manchester United na niweze kuinunua, itakuwa inanipa motisha kufanya mbinu zote ili niweze kushinda taji. Kwa hivyo klabu inalingana sana hadi na wale wenye mwenye klabu na wale management yake. Kwa hivyo ukiangalia klabu kama Chelsea, Abramovich alipoondoka ndo tukaanza matokeo ambayo si mazuri. Haya, City watapatana na Bournemouth. Bila shaka hapa ni City kichwa. Hata wewe ulize. Wewe ulize pia. Haya, Burnley watapatana na Crystal Palace. Hapa ni Crystal Palace. Burnley pia si wabaya vile. Crystal Palace walitusumbua sana. Lakini United ni timu gani hajawasumbua? United nadhani. Ni timu gani hapa hajawatambua? Hii Fulham itatutambua. Mdajitoa. Humble host jana alishinda akiniambia, huko tunachapa mtu. But tukiangalia Chelsea. Chelsea nini inaendelea huko? What is happening to Chelsea? The Chelsea wenyewe yenye ilikuwa champion, sasa hizi hata hatujui wako mahali wapi. Wako almost kuwa relegated. Ben camera yani sijui. Beniless ku Chelsea watatolewa English Premier League. Ben huko atahama. Because Chelsea, oh my god, alafu mtu anaitwa Julius pia ni wa Chelsea. Nini inaendelea na Chelsea? Chelsea sasa nakwambia ni usimamizi wa klabu. Ndio tatizo kubwa sana la Chelsea. Pia nadhani Chelsea, ukiona Chelsea ni kama mchezo wao wanacheza na timu kubwa. Mwanzo ukiona walicheza na Liverpool wakatoka draw, tena wakacheza na Arsenal draw, lakini wakifika kucheza na timu ndogo wanachapwa. Na uone tena sasa ni kibarua tena kwa sababu watakuwa wanakutana na Tottenham. Makosa imefanyika Ben. Weekend hii wanakutana na Tottenham tena. Alafu weekend nyingine wako na sisi. Nasikia nivute Ben, what do you want to tell the media before Chelsea wacheze? Pia Sali nimeambiwa ni mwana Chelsea pale. Kuna siku karibu Sali alia anashinda akituambia timu kubwa alafu akatandikwa. Haya, tukanoka hizi za Premier League. Messi, Erling Haaland, those are the trending news huku nje. Do you feel, that was my question, do you feel kama Messi deserved to win the Ballon d'Or? Messi acha nisimuite mwizi but ni mwizi. Mwanzo amna venye watapewa. Osho tiuga vitoka na mama bigi. Amna venye watapewa hilo Ballon d'Or la mwanzo juu ya World Cup. Tukiangalia ukisema ni World Cup ilifanya apewe. Ukiona mwaka wa 2010 pia Messi kulikuwa na Ades, Iniesta na Xavi. Pia Messi kapewa juu ya mabao lakini wakanyima Iniesta juu ya World Cup. Juu Iniesta 2010 ndo alichukua World Cup. Wakasema World Cup haiwezi toshana na mabao. Mwanzo Messi ndo alikuwa ameongoza na mabao hiyo msimu. So kwa sasa kusema ti Messi apewe juu ya World Cup. Unaona kunaendaje? Kwangu mimi nadhani kwamba Al-Nassr alistahili kupewa kombe. Kwa sababu ukimwangalia huyu Lionel Messi kwanza msimu wa mwaka 2018 dunia mzima ilikuwa inajua Cristiano Ronaldo ndo atatangazwa kuwa mwenye ile tuzo la Ballon d'Or. Lakini tukamwona Lionel Messi akaweza kupatiwa. Kwa hivyo I think Ballon d'Or lost his credibility. Kwa sababu ukiangalia kwamba tulikuwa tunajua kwamba Lionel Messi hata kabla ya kutawazwa tulikuwa tunajua kwamba ni ataweza kushinda. Kwa hivyo this tells you that the journalists that wanaenda pale wanaketi kwenye hilo kikao cha FIFA na kuwachagua, there is something going on. Kwa hivyo something should be done. Do you feel bado kama tunaendelea na ile vita ya who is the goat? Hii vita itaisha maishi. Mbuzi ni Ronaldo bila shaka. Mwanzo ukiona Messi hamna kazi anafanya. Angalia msimu huu mpaka sasa Cristiano Ronaldo ana mabao mengi sana ulimwenguni. Tulidhani kwamba akitoka pale United, msimu huu kwa sasa ana mabao mengi kuliko ile United. Ana mabao mengi binafsi kama kuliko ile United wako wamejumuisha wachezaji wote. Kwa hivyo nadhani Cristiano Ronaldo sidhani kuna kitu ambacho
hajaonesha ulimwengu. Kwa mabao huenda hadi akafikisha mabao 1000 hivi karibuni. Hivyo Cristiano Ronaldo remains to be my goat. Okay. Hata mimi I've always said this, Cristiano is a god. Tuacheni ku overhype tafadhali. Tuacheni ku overhype so that timu nasema kama sio World Cup. Ukiangalia Haaland saa hizi mlinganisha na Messi. I know you know. Anyway, tumebakisha dakika 3, nataka tumalizie teke tuseme maneno zetu za mwisho tufunge show. Shukran kwa nyote ambao mweza kutegea show nzima. Niwashukuru marafiki zangu ambao wanatazama pale nyumbani na nikwambia kwamba the great people just look like the Manchester United. Kwaheri. Hey, all right. The great people look just like Manchester United. Hello. Haya, wana Citizen pia watu address. Nitasema tu asante sana kwa leo wote wameungana nasi. Pia nitawaacha tu nikisema Europe is England, England is Manchester and Manchester is blue. At England is what? Europe is England, England is Manchester and Manchester is always blue. Haya, as I finish, let me now drop my flag. In Manchester is red. So Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Manchester is red. Achana the Citizen, they are our cousins. Anyway, mwanari wa muthingi gathashia mwanyane gutwirorera ni thenge muno kumariria twambiriirie kinya riu turagithie kurekereria ngamwira ni ngatho muno ni unyitaniri wanyu ni tucemanie wana cihanda wega thaa imwe cia hwaini ngorogi gutwara kuria kana ngorogi kumenyithia bururi wa gitinda ukigariora ngatho cia mwanya kurere twiko tukirutithania ona wira mundu gwitwo Ben no uma kindu gigwitwo camera nake mundu gwitwo Aizo no kima kindu gigwitwo graphics nake mundu gwitwo Macho EM no kima director wakwa na no hetie muno itagutambura we waikorwo gituma ndumiriri yaku kuria mwena wa Facebook mundu gotoga sifa kawaithira ngatho cia mwanya murugi job onaenda akorwo gikuona Veronica Gashaga ngatho cia mwanya Nick wa Mutito MC Peter wa Gashosho Macho EM ngatho cia mwanya humbled host Manchester is red nake mundu gotoka ro kiwando ati oya ikoragwo gi support team ya Arsenal agonegwa kana ciani amwe wale amaikorwo magituma ndumiriri ciao tucemanie juma yokete atafarira-ini ingi ya metameta cia mathako ngiria kwa MACOKERERIA Njau akanonya ndoka iza kairetu kwa mathako that sport ganatoria turekagiriria metameta cia mathako hatuongei na ma ex